sisi wote. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Maana anatenda jambo jipya. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Maana anatenda mapenzi yake. Salimia watu wawili, mwambie mapenzi ya Mungu yatatimia leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nene Bwana, nene Bwana, diaona kaitako. Oh, nene Bwana, nene Bwana, diaona kaitako. Ola te asia madiko ate chao akane kane dayo yaona. Come on. Nene bwa Yesu, nene bwa Yesu yaona. Yeah. Weka mikono juu, tunasema tunataka tuende kwa sifa. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie karibu katika sifa. Haleluya. Haleluya. Praise God. Praise God. Praise God. Haleluya. Tafuta space tuchezee Yesu. Haleluya. Tafuta space tuchezee Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Piga. 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 Inua. Inua. Inua.
piga piga. Nataka kuona kila mtu akipigia Yesu makofi. Haya, piga. Haya, kila mtu kucheza. Cheza, cheza, cheza. Unajua you are seriousness with your God. Inaweza fanya hata kubariki. Cheza. Kila mtu kucheza. Kila mtu kucheza. Asante Yesu kwa kuwa wewe umwema. Hauwezi ukasema asante na umesimama tu. Wangapi wanajua Yesu amewatendea? Wangapi wanajua hata huo uhai sio wao, ni wa Mungu? Haya, nipe shangwe na vigelegele. Asante Yesu kwa kuwa wewe umwema. Umetusaidia Baba, wewe umwema Bwana. Umetutoa mbali kwa kuwa wewe umwema. Asante Bwana kwa kuwa wewe umwema. Wali umenitoa, nasema wewe umwema. Kama unajua mali Yesu amekutoa, umenisaidia kwa kuwa wewe umwema. Magonjwa umeniponya, nasema wewe umwema. Umepigana vita zangu, wewe Baba umwema. Umeniponya magonjwa, nasema wewe umwema. Umetupigania vita, tunasema Baba. Hebu cheza. Kila mtu cheza jamani. Kama unasema Yesu ni mwema, ukiambiwa ujiamushe kama unaweza. Haya, cheza, cheza. Kila mtu cheza. Maanisha, maanisha. Kama Yesu amekusaidia, cheza. Weka mizigo kando. Tucheze. Cheza. 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 Nipe saki mpaka ucheza kidogo. Kila mtu nataka kuona ukicheza. Kwa kuwa wewe umwema. Nipe saki. Kwa kuwa wewe umwema. Kwa kuwa wewe umwema. Naimba wewe umwema. Kwa kuwa wewe umwema. Kwa kuwa wewe umwema.
wanaruka kama chura, sisi tunaruka kama tai. Aye, twende doze doze, twende weka mariko. Yesu umenibariki, naruka kama tai. Yelele. Yesu umenibariki, naruka kama tai. Yelele.
mbinguni. Alo mbinguni. Sioni wengine atupige. Haya tuende. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Nataka gari. Nataka gari. Nipe
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nataka tupigie waimbaji makofi mazuri. Makofi ya waimbaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwapigie makofi ile wewe unaweza tamani kupigiwa. Bwana Yesu asifiwe. Makofi mazuri kwa waimbaji. Shangilia kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Barikiweni sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi vile mmejitoa kwa ajili ya kumsifu, kwa ajili ya kumpa Mungu ibada, naye Mungu akiwa mbinguni ametabasamu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akishatabasamu kwa ajili yako, maisha yako inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye ni Mungu wa upendo. Anasema kwamba anawapenda wale wampendao na wale wamtafutao watamuona. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi najua kwamba kupitia hicho kipindi ambapo simekuwa ni kipindi cha ibada, kipindi cha sifa, najua kwamba tumeshamuona Mungu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mbarikiwe sana na Mungu asidi kuwainua na asidi kuonekania kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunaenda kuingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha kukaribisha wageni ambao wako katika nyumba la Bwana, wageni ambao wametutembelea siku ya leo katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kama unajitambua kwamba wewe ni mgeni katika nyumba la Bwana, ama ni siku yako ya kwanza kuingia katika ibada mahali hapa, nataka tu ukiwa mahali umeketi ukanionyeshe na ishara ya mkono. Nataka tu kwa ishara ya mkono, kama wewe ni mgeni, ukaweze tu kunionyesha kwa ishara ya mkono, kwa ishara ya mkono kwa wageni. Hivyo basi tuchukue hatua tukawapigie makofi, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi mazuri wageni wa siku ya leo, maana ninajua kwamba kupitia wageni kunao baraka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kuchukua hiyo nafasi nikaribishe wageni ambao tuko nao katika nyumba la Bwana, ambao umetutembelea siku ya leo. Msikie mkiwa mahali panaostahili, mahali nguvu za Mungu zinashuka kwa wingi, na najua kwamba kunao makuu na kunao makubwa Mungu ataenda kutenda kwa ajili yenu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linaitwa GRBC ama Jesus Rescue Breakthrough Center. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni kanisa ya ukombozi. Wagonjwa wanakuja mahali hapa wanapona, viwete wanatembea, visiwi wanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote Mungu anazidi kuitwa Mungu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nataka kuchukua hiyo nafasi nikaribishe wageni wa siku ya leo mahali hapa mbele, wakaweze kusalimia kanisa, waseme hai kwa watu wa Mungu, wajitambulishe kwa majina, umeokoka ama hujaokoka, na kuja kututembelea ama tutakuwa tutaabudu pamoja na wao, na ninajua kwamba mtabarikiwa na mtainuliwa kwa wingi. Hivyo basi hiyo nafasi ni ya wageni ambao tuko na wao katika nyumba la Bwana. Kwa hivyo hiyo nafasi ni yenu wageni, mkaweze kukaribia hapa mbele, kaweze kusalimia kanisa, na najua kwamba maisha yenu hayatakuwa vile tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hiyo nafasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasa karibu hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Karibuni. Hi church. Praise God. Amina. My name is Irene na nimeokoka. Nimekuja tu kuwatembelea. Amen. Barikiwa sana, mpige makofi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Ai, hapa kuna watu wa Mungu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay, kwa majina naitwa Florence, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naendelea katika hii safari ya mbinguni. Yesu anaendelea na kunitengeneza. Amina. On Thursday nilikuwa hapa. Hallelujah. Nilikuwa na mam.
Amina. Na tukapangana leo nikuje kuwatembelea tena. Hallelujah. Mbarikiwe sana. Amina. Piga huyo makofi mazuri. Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sio mara ya kwanza kuja hapa. Amina. Lakini nilikuwa nakujanga Tuesday. Hallelujah. Nikaona hapa nimepata mazuri. Amina. Nikasema wacha tu niende tuendelee kuomba nao. Amina. Pigie makofi, pigie mazuri. Maana anasema wakati alipokuja mahali hapa aliona mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Pia wewe si upokee mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nilikuwa nafanya huku kazi lakini sikupata nilikuwa napata tu kazi ya 5,000, 7,000. Hallelujah. Lakini vile nilikuja hapa wakaniombea. Amina. Nikapata kazi ya 10,000. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Sasa nimeshukuru Mungu, nimeshukuru na Pastor Efe. Mungu ampe nguvu ya kuombea hivyo watu. Hallelujah. Ili tuendelee kukuja hapa. Hallelujah. Barikiwa sana. Sina maneno mengi. Amina. Tutashirikiana pamoja. Hallelujah. Mimi majina naitwa Janet. Mungu awabariki. Hallelujah. Barikiwa, barikiwa, barikiwa. Baraka ni mara mbili kutoka 5,000 mpaka 10,000. Hallelujah. Huo si ni Mungu. Hallelujah. Na Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Pia mimi niko na furaha. Hallelujah. Kuungana na nyinyi pamoja. Hallelujah. Tulikuwa tumeenda kusalimiana nyumbani. Hallelujah. Lakini tumerudi. Hallelujah. Nashukuru Mungu. Hallelujah. Familia yangu. Amina. Kwa majina ni Ani Wafula. Hallelujah. Nilikuwa nangoja wimbo ya nyumbani. Hallelujah. Ya Western. Hallelujah. Tukiendelea kushiriki pamoja. Amen. Tutaimba sote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mpigie makofi. Next Sunday nafasi itakuwa utaimbiwa wimbo wa nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Kufanya hivyo. Hallelujah. Mbarikiwa sana. Mbarikiwa sana. Nataka tupigie makofi wageni wa siku ya leo. Hallelujah. 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 Ni Mungu mwaminifu ambaye ubariki watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ni Mungu ambaye ubadilisha maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunaenda kuingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha ushuhuda, kipindi cha kushuhudia ukuu wa Bwana, matendo ya Bwana, yale ametenda kwako. Ulikuja mahali hapa ukiwa na shida fulani, watumishi wa Mungu wakatumika kwa ajili yako, ukapokea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mgonjwa, within the week Mungu akakuponya. Ulikuwa hauna kazi, ukapokea kazi. Ulikuwa hauna ndoa, ukapokea ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo fulani ulikuwa ukiomba Mungu kwa muda mrefu, ameweza kukujibu, ama majibu yamepatikana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ushuhuda ambao Mungu anahitaji ukaweze kushuhudia, maana kupitia ushuhuda kunao kutia wengine nguvu, kupitia ushuhuda kunao shetani kuaibika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Mungu akitenda vizuri ama akitenda mema kwako, ni vizuri kushuhudia matendo yake mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba kupitia ushuhuda kunao wengi watabarikiwa, kunao wengi Mungu atabadilisha maisha yao. Hivyo basi hiyo nafasi ni kwa wale wako na ushuhuda, wale wanataka kushuhudia ukuu wa Bwana. Nafasi iko kwa ajili ya kunena ukuu wa Bwana, na najua kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa ajili ya ushuhuda, kashuhudia ukuu wa Bwana. Naamini ya kwamba Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtawe Yesu. Amina. Mchana ulio mwema. Haleluya. Nimeokoka. Yes. Kristo ni Bwana. Haleluya. Niko mbele yenu. Haleluya. Niko na ushuhuda.
Amina. Tena niko na shukurani. Hallelujah. Nimepotea kwa around 4 weeks. Yes. Sijakuwa na nyinyi. Amina. I lost a dear one. Yeah. He's a brother to me. Yeah. Nilipata ajali huko Mtitoande. That was on 23rd of August. Haijakuwa rahisi. Najua kupoteza mpendwa sio rahisi. Kweli. I spoke to Bishop and Mom, na nawashukuru maana familia ya Bishop ilisimama na mimi. Amina. There are a few friends who are here Amina. who stood for me, Hallelujah. and I appreciate sana. Laid him on rest on last weekend. Sikukuja hapa Amina. na Mungu ameonekana. Hallelujah. Ile naomba kwenu Yes. ni maombi tu Amina. kwa familia, Hallelujah. sio rahisi. Hallelujah. That man was our dad, lakini kunaye Mungu ambaye ni baba kushinda baba wote, Amina. na najua tutaweza. Hallelujah. Mkituombea we shall make it. Yeah. Na mkumbuke mamangu, he was very close to that son of his, Hallelujah. na anapitia hali ngumu, na mimi najua tutaweza. Okay, niko na ushuhuda pia. Amina. Is a time I think ilikuwa mwezi wa pili this Amina. year. Amina. Kuna nyumba nilikuwa nataka Amina. huko kwenye nafanya kazi. Hallelujah. And I applied the house, that was the year 2023. Amina. Kule kwa serikali ukitaka nyumba Amina. unafanya application, Yes. kule nafanya job. Amina. Haijakuwa rahisi, Amina. lakini kupitia madhabahu nimeona Hallelujah. Mungu akitenda. Amina. Nimeona Mungu akitenda makuu. Hallelujah. Kama ni nguvu zangu siwezi, Hallelujah. vita ni mingi, but Amina. Mungu ananiachilia. Hallelujah. And I'm here. Amina. Mimi nanena kwa haya madhabahu. Hallelujah. Whatever I'm testifying here, nimeyapata kupitia kwa haya madhabahu. Amina. Amina. I've been walking with Bishop, Hallelujah. tembea na mama, Hallelujah. na hakika ukisikia venye wanakuambia Amina. it shall come to pass. Hallelujah. I did that application, Yes. na by the time my brother passed on, nilikuwa nalia sana. Kumbe Mungu pia alikuwa anaandaa ushuhuda mwingine. It was on a Tuesday, kaitiwa barua kutoka kwa HR. Hallelujah. Kaambiwa Felicitas, tumekupa nyumba. Amina. I remember when Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. saa hiyo nilikuwa nalia. Amina. Unajua Mungu anatuambia whatever happens, it happens with a reason. Na Mungu anatuambia is God of all seasons. It doesn't matter chenye tunapitia. Amina. By the time kabla nipewe nyumba, I spoke to Bishop, na ile nyumba ilikuwa na mambo mbaya tu. Whoever was living there ilikuwa mtu kuna mambo zake, ilikuwa analeta waganga vitu mbaya. Then Bishop told me, Felicitas, kama hiyo nyumba ni yako, ni yako, na kama si mapenzi ya Mungu ingie kwa ile nyumba, hautaingia. Then mimi nikangoja na nilipewa barua. Hiyo ni kitu nashukuru Mungu. Hallelujah. Juu alitenda, na tuliomba na mtumishi wa Mungu, Amina. and it has come to pass. Sasa ina prepare, nimekuwa off kidogo, prepare niende tufanye hiyo nyumba, tuitengeze ndio nipete kuingia Oktoba. Hallelujah. Itakuwa naishi huko hapa Hill, lakini madhabahu yangu ni haya. Hallelujah. Mimi Hallelujah. sitoki hapa. Hallelujah. This is a place. Hallelujah. This is my home. Hallelujah. This is my family. Hallelujah. Na Mungu atazidi kutenda. Niko na ushuhuda wa pili pia the same year. Nilikuwa nataka kurudi class, nilikuwa nataka kusoma, na kila mtu anajua my daughter KU, she has just joined third year, she's now doing 3.1. Na nikuja nikashia na mtumishi,
Nikamwambia I would like to go back to class. Na nikamwambia kulingana venye naangalia situation yangu, I don't think I'll manage. Hata ule boss kule mkubwa wetu wa me work at the university, the vice chancellor called me, akaniambia Felicitas, I want you to go back to class. So unajua ukiitwa na boss anakuambia urudi Daru, sasa pale unakuwa umechanganyikiwa. Hiyo ni kama command pia. So I came and spoke to my bishop na tukaomba. Hallelujah. Na before I came, I Hallelujah. did some inquiries. Amina. Mimi nilifanya diploma. I wanted to do a degree. Yeah. Nataka kufanya BTech. Amina. Na nikaenda nikafanya inquiry kwa finance, kwa admissions. Hiyo degree yangu ilikuwa ina cost 800,000. Hallelujah. Nikiwa kabla sija apply, anaitwa chairman of the school akanambia Felicitas, diploma yako tutakuanzishia first year. Sasa ukianza first year unalipa hiyo 800. Hallelujah. Na nikashindwa. Ukiwa na diploma unafaa kwenda second year, maybe first semester ama second semester ama third year. Amina. Kuja kaambia bishop, Hallelujah. kaniambia Felicitas, ipo umeamua na moyo wako, you want to go back to class. Hallelujah. Mungu anaenda kutenda muujiza. Amina. Mungu ataenda kufungua mlango. Amina. Kaniambia God is going to meet that side of your heart. Hallelujah. And we prayed. Na tukaomba na akaniambia hata fee itapatikana. Hallelujah. Na hata utajua kwenye ita happen utapata hiyo fee. Amina. Ni I left, tukaomba na nikaenda. Sasa kuna hiyo selection committee, inaanza from school, inaenda kwa chairman, inaenda department, inaenda admission. Hallelujah. Na ile inaitwa senate, inakuja kumalizia. Amina. Nilikuwa tunaangalia kwa portal penye nilikuwa nimeapply. I was surprised kuona nimepata notification. Hallelujah. Nikaambiwa Felicitas, Amina. your registration process, the Hallelujah. application is through. Amina. You can now go and Amina. download your letter, admission Yeah. letter. Yes. Wakati download ile letter, Amina. nilikuwa kwa ofisi. I was surprised. Nililia. Hallelujah. What I saw, nilijua kweli kuna Mungu utenda. Hallelujah. Pigia Yesu barua. makofi. Hallelujah. Ile barua penye niliipata, Amina. I was expecting niingie na mafresha. Sasa hivi kuna mafresha wameingia au first years. Kwa nafikiri nitaingia na hao mafresha. Amina. Na unajua mimi I'm staff Sasa mimi wananionanga wanashindwa, huyu tutakuja kusoma naye kama fresha. So I was expect. Nilikuwa najua naenda kuanza first year. Amina. But God did wonders. Hallelujah. Wakati hiyo barua ilikuja, nilipata nimepewa second year, second semester. Hallelujah. Pia Yesu makofi. Nimepewa second year, second semester. Ile fee nilikuwa nilipe ilienda by half. Hallelujah. Ile 800 nilikuwa nilipe nalipa 400. Hallelujah. Pia Yesu makofi mazuri. Nikashindwa wakati bishop aliniambia Felicitas, God is going to do something. Yeah. Unaona penye amefanya? Yes. Nimepewa second year, second semester. Hallelujah. Kitu sikuwa na expect. Nilikuwa mimi naanza kujua mimi nalipa 800 na hizo ziko minus kuna attachment. So ilikuwa inakuja roughly 900. Amen. But see what God did. Hallelujah. Nikapata second year, second semester. Amina. I came and told bishop, akaniambia wewe usijali, fee itapatikana. Amen. As we talk now, nikafanya application ya HELB. I did an application for the HELB loan. Hallelujah. Kafanya last week. Hii wiki tu nimemaliza hiyo masishi nikiwa Ushago. I got a notification in my phone. Nikaambiwa Felicitas, your man has been disbursed to the university. Institution. Kapata nimelipiwa mia ngapi? 200. Pia Yesu makofi. Yes. Sai I'm cleared
one academic year. Hallelujah. Nafaa nisome miaka 2 Yes. na nusu. Yes. Tukiwa tunapiga election, nitakuwa namaliza degree yangu. Amina. My daughter will also be, I think atakomplete 2027. Hallelujah. Hiyo ni first semester, itakuwa April. Amina. Sasa mtoto wangu Hallelujah. anaingia mbele yangu na tunamaliza shule wakati mmoja. Hallelujah. Pia Yesu. Ninaona ni kama baraka. Najua kwamba Mungu Naona atazenda Mungu mbele. ametenda. Hallelujah. Mimi naimiza mtu aliye mahali hapa, Amina. usigive up, Yes. don't give up, usilose hope. Yes. Hata sisi ukiona tumesimama, tumepitia mengi. Hallelujah. And it's all the works of God. Amina. We can stand before you. We Hallelujah. can stand and testify. Yes. Naweza simama tuimize mtu. Amina. Si kana kwamba tunaweza. We are just nothing before God. Hallelujah. It's all by His mercies. Yeah. It's all by His grace. Yeah. It's all by His favor. Yes. Tunaweza. Amen. Barikiwa Mimi haya sana madhabahu. Felicitas. Hallelujah. Mungu ametenda. Amina. Na haya ni madhabahu ya Mungu. Amina. Haya ni madhabahu iliyo na mtumishi. Yes. Naongeangi mingi. Bishop aongeangi mambo mingi. Hallelujah. Just listen to him. Yes. Just walk in faithfulness. Yes. Tembea tu kwa ukweli. Hallelujah. God will not unburden you. Amina. Barikiweni. Pigia Yesu makofi mazuri. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Felicitas kwa huyo ushuhuda, kwa yale Mungu ametenda kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na najua Mungu atazidi kutenda zaidi ya vile anatenda kwa wakati walio. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine moja, nafasi ya mtu moja, nataka kushuhudia kuwa Bwana. Karibu Pastor Abed. Amen. Karibu. Asante. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Nimeokoka, nampenda Yesu. Hallelujah. Bwana ni tumaini na kimbilio la maisha yangu. Haleluya. Amina. Najua wakati umeenda sana, so sitachukua muda mrefu Amina. kupeana ushuhuda wangu. Amina. Nataka kusema ya kwamba mimi nilikuja hapa mwezi wa 2 Yes. this year. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vile nilikuja hapa nikiwa sina familia. Bwana Amina. Yesu asifiwe. Yes. Huyo mwenye amesema alikuwa anatarajia wimbo wa kwao, Yes. huyo ndio wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Sasa vile nilikuja huku, anaambiwa asimame aonekane vizuri. Yeah. Simama. Anaweza karibia huko mbele. Yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuja Tutaenda nikiwa mpaka huko. peke yangu. Haleluya. Makofi, Hallelujah. makofi. Haleluya. Kuna kijana mdogo, kijana mkubwa anaitwa John. Where is John? John. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua nilikuja na nikaambia mtumishi wa Mungu. Amina. Na nikaambiwa nimepewa 6 months. Bwana Hallelujah. Yesu asifiwe. Amina. Na nitaona tofauti. Hallelujah. Kwa hivyo ukihesabu mpaka huu mwezi wa 9, Yes. utapata ni miezi 6 6. months. Bwana Hallelujah. Yesu Pigia asifiwe. Yesu makofi, So exactly makofi, what the makofi. servant of God said Yesu ni is mwaminifu. what has Hallelujah. happened. Hallelujah. Amina. Na sasa mimi nasema kama Ajubu kwamba nilikuwa nashuhudia Yes. kile ambacho nilikuwa nasikia wakinena, Yes. lakini sasa nashuhudia kile ambacho nimeona Hallelujah. kwa Makofi. macho. Haleluya. Amina. Amesema alikuwa ameenda nyumbani kusalimiana, lakini hata mimi nilikuwa nashangaa, mtu anaenda kusalimiana mwaka mzima. Hallelujah. Hallelujah. So Hallelujah. it is like that. Now she's here. Hallelujah. Hallelujah. Mungu Hallelujah. atende na mapenzi ya Bwana itimie. Hallelujah. Hallelujah. So sasa mimi unajua si kuwa nasema naitwa baba nani, sababu naela uzungumza huyo nani yako wapi? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa baba John. Yes. Na huyu anaitwa Joel. Hallelujah. Hallelujah. So wacha mapenzi ya Bwana itimie. Hallelujah. Amen. Barikiwe Hallelujah. sana. Barikiwa Amen. sana mtumishi wa Mungu. Aseme rasmi majina yake. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Naitwa Ann
Abednego. Haleluya, pia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barikiweni sana, barikiweni sana. Pastor Abednego, wakati utapokuwa unaenda Western utaniitisha mbuzi moja. Haleluya. Nitakupa mbuzi moja. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Huu ni mwezi wa urejesho kwa wale ambao walipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atazidi kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi hiyo nafasi nataka kupeana kwa mtangazaji ama sekretari la kanisa ili akaweze kutupa matangazo, na naamini ya kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu. Hivyo basi kila mmoja akawe makini kusikiza matangazo ama jinsi vile Mungu anataka tukaweze kufanya kwa ajili ya huduma, na Mungu atatenda makuu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni mchana mwema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina ni Josephine Nyambura na nimeokoka. Mungu amenilinda, amenihifadhi. Imekuwa ni wiki njema ambao Mungu ametenda. Mungu amenitendea. Kuna mambo ambayo nilikuwa naombea na kwa hakika Mungu ametenda. Hiyo wiki kwangu imekuwa ya baraka na kwa hakika nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Kwa ajili ya wakati, ningeona kukaribisha kila moja katika ibada ya siku ya leo. Mjisikie mkiwa mahali ambapo panastahili, mahali ambapo Mungu anaenda kujitukuza na kutenda makuu. Wewe ambao umeingia siku ya leo, juu ya kwamba kuna kitu chema ambacho Mungu anaenda kukutendea siku ya leo, kwa maana vile umeingia mahali hapa utatoka jinsi ulivyoingia. Jina la kanisa ni Jesus Rescue Breakthrough Center ama JRBC, mahali ambapo Mungu anajitukuza zaidi chini ya mitume na manabii. Mnakaribishwa zaidi katika ibada zetu na Mungu atawabariki. Ibada zetu tunakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza pale saa 1 mpaka saa 3 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Ukiwa na nafasi ni vizuri tuweze kuingia katika ibada zote mbili. Na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Pale baadaye kunakuwa na Sunday School ambayo inaanza hiyo saa 3, inamalizika pale saa 4:30. Alafu tunaingia katika ibada ya pili ambao ndio tuko sasa, inaanzia pale saa 4:30 mpaka saa 8 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. So tumekaribishwa zaidi na tukaribishe wengi zaidi katika ibada zetu na Mungu atajitukuza. Wageni wetu karibuni sana na mjisikie mahali ambapo panastahili. Amen. Pangilio wa wiki bado haujabadilika. Kila Tuesday katika haya madhabahu tunakuwa na huduma ya moja kwa moja kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10. Ibada hii ya moja kwa moja ni pale ambapo watumishi wa Mungu wanakuja mahali hapa kwa madhabahu kuanzia saa 4 mpaka saa 10. Ukiwa na hitaji lolote ama ombi ama kama kuna kitu ambao ungependa kuongea na watumishi wa Mungu, kwa maana siku ya leo inakuanga ya kifupi sana, tumepeana hiyo nafasi. Mungu amepeana hiyo nafasi ya kwamba unaweza kuja mahali hapa ukaweze kuongea na watumishi wa Mungu na mkaombe na Mungu atajitukuza. Watu wengi umesikia wakitoa ushuhuda, wanasemanga kwamba walikuja huduma mahali hapa na watumishi wa Mungu wakaomba na wao. So ni vizuri tuje mahali hapa kwa hakika, katika kujitolea na kuja mahali hapa kusikiza kile ambacho Mungu anasema. Kwa hakika kuna kuona matunda. Bwana Yesu asifiwe. So wacheni tuchukulie hiyo nafasi kuingia katika hizo huduma na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Pale baadaye kunakuwa na evening service kuanzia saa 11 mpaka saa 12 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Kila Wednesday katika haya madhabahu kunakuwa na lunch hour service kuanzia saa 6 mpaka pale saa 8. Hii ni ibada kama hii ya leo lakini inakuwa kwa kifupi. Mmekaribishwa zaidi. Unakuanga pia na deliverance pale baadaye, na pia ukitaka kuona watumishi wa Mungu pia wanakuanga mahali hapa na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. So tujitolee zaidi. Hizo ibada za katikati zinakuanga nzuri sana. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anatenda katikati ya wiki. So ni vizuri tuje mahali hapa. Kama uko na nafasi njoo uingie mahali hapa. Hata kama hauhudumu mahali hapa na maybe pale nje hiyo siku kwenu kwa katika ibada zenu hakukuangi na ibada, ni vizuri ukuje mahali hapa. Tumekukaribisha sana ukuje usikie vile ambavyo Mungu anatenda na Mungu atajitukuza na anatenda makuu. Kila Thursday kuna huduma ya moja kwa moja kama ile ya Tuesday. Mmekaribishwa zaidi. Karibisheni wengi, hata wale ambao hawahudumu mahali hapa. Mkiwakaribisha mahali hapa, Mungu akiwatendea, sifa na utukufu zitamrudia. So ni vizuri tuwakaribishe na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Pale baadaye pia kunakuwa na evening service kuanzia saa 11 hadi pale saa 12 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Kila Friday katika madhabahu kunakuwa na maombi ya jioni kuanzia pale saa 11 mpaka saa 2 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Tumekaribishwa zaidi, kuna kuomba zaidi. So tumekaribishwa na Mungu atajitukuza na anatenda makuu. Tunaomba zaidi hiyo maombi ya jioni, tuwe tunakuja. Ukiwa nafasi jitole na Mungu atajitukuza. Kama umeenda kazi umetokea mapema, ni vizuri uje mahali hapa
mshikane na wale wengine na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Kila Saturday katika haya madhabahu kuna kwanga na practice ya Sunday school, praise and worship, kingdom dancers na choir. Mmekaribishwa zaidi. Ungependa kujiunga na hizo vikundi ambazo nimetaja, unaweza ona wa mam after ibada akuelekeze vile itakuwa, kwa maana mahali hapa hatufungii vipao. Ukisikia uko na kipawa ya kuhudumia Mungu kupita kwa praise and worship ama hata choir hata dancer, mmekaribishwa zaidi na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Pia katika haya madhabahu kuna kwanga na huduma ya boma kwa boma. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanaenda mahali ambapo umezaliwa. Kuna uwezekano ya kwamba kuna madhabahu ambayo ni agiza ambayo ilifanyika pale nyumbani, lakini watumishi wa Mungu wamepewa hiyo neema kwenda mahali pale na kubadilisha. Na kwa hakika kuna watu wengi mahali hapa ambao wako na ushuhuda kwamba kutoka watumishi wa Mungu wakanyange mahali ambapo wamezaliwa, mambo yao haijabaki kuwa vile. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa pia umejenga pale nyumbani, maybe si pale umezaliwa, umejenga mahali unataka kufungua nyumba, watumishi wa Mungu wako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kila kitu ambacho umeanza na Mungu kuna kwanga kumaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia mtumishi wa Mungu amekwambia kwenu nyumbani kunahitajika maombi, ni vizuri tuchukue hatua. Enda mahali pale kwa ofisi muongee na yeye, ama ukuje hiyo Tuesday ama Thursday muongee, mpange vile itakuwa, na Mungu atajitukuza na anatenda makuu. Hii huduma ni ya muhimu sana kwa mtu yoyote ambaye ameokoka. Hii huduma ni ya maana sana, kwa maana kuna historia ambayo huwa zinafuata mtu, kuna laana ambazo huwa zinafuata mtu, lakini ukiombewa mwende muombe pamoja, maybe hata na wale ambao umezaliwa na wao wanakombolewa na sifa na utukufu zinamrudia Mungu. So ni vizuri tujitolee zaidi katika hiyo huduma na Mungu atajitukuza na atatenda makuu. Kila mmoja anaomba kaweze kuingia kwa nyumba la Mungu kwa wakati ambao unastahili na sifa na utukufu zinamrudia Mungu. Mungu awabariki. Tulisema huu mwezi ni mwezi wa delivery. Kwa hakika ni Mungu ni mwema. So katika mwezi wa 9 kila mama anakuanga na siku yake ambayo amegojea. Anasema tarehe 4, tarehe 5, sasa tuko hiyo tarehe tuko. Kabla unaweza sema kabla tarehe 20 Mungu najua utakuwa umenitendea. Bwana Yesu asifiwe. So huu mwezi mimi kwangu nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Kuna vitu ambazo zilikuwa zinanisumbua lakini Mungu ametengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. So acheni tumwamini Mungu ya kwamba huu mwezi atatutendea mema. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi. Asanteni. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Pigieni makofi mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kutupa matangazo, na Mungu tazidi kuita Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hivyo basi nataka nikaweza kupeana presentation moja kwa wale wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi sababu ya time leo tutakuwa na presentation. Kwa hivyo mahali pale neno la Mungu likishapita mahali pale tutapeana nafasi ya presentation. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale walikuwa na request ya presentation, nafasi itapatikana baada ya neno la Mungu, na inajua kwamba Mungu atajitukuza ndani yetu. Hivyo basi nataka kuchukua hiyo nafasi nikaribishe mama yetu ili akaweze kukaribisha mnenaji wa siku ya leo, na ninajua kwamba kupitia kwa neno kuna makubwa na kuna milango Mungu atafungua. Hivyo basi pigieni mama yetu makofi wakati anapopanda katika madhabahu kwa chini. Karibisha mnenaji. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusalimie hivi. Haleluya. Upige makofi useme amen. Wewe uko wapi? Amina. Haleluya. Ni vizuri tusizoe mtumishi wa Mungu hao anasema amen. Sisi wote kila mtu hao anatamka amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya hiyo ni kuonyesha tuko connected. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakaribisha rasmi wageni wetu wa siku ya leo. Jisikieni mkiwa mahali panapostahili, mahali Mungu atasikia ombi lenu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtumishi wa Mungu mbali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiweka tegemeo lako kwa mtumishi wa Mungu ukose kufuata vile mbingu inasema, kuna vitu hautapata. Amen. Lakini ukiunganisha sote mbili kuna mambo yatachipuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningeomba tukaweze kusimama tukaribishe neno ya siku ya leo. Amen. Mengine tutaongea after the word of God na Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame sisi wote. Kama unaweza ukasimama. Kama unaweza ukasimama. Mrs. Abednego, karibu katika nyumba la Mungu. Ameenda wapi? Ya, karibu katika nyumba la Mungu. Amen. Nimeona leo hata ameng'ara, amenyoa. Tupigia wanawake makofi. Mpaka chama ni wa wazee amekonifirm. Amejua
amepata mzee mkamilifu. Amen. Karibu katika nyumba la Mungu na Mungu akutendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nashangaa nikiimba ile wimbo, nilikuwa nasema ilikuwa naimba gani ile ya praise. Naona anacheza. Nilikuwa naona macho akiangalia hapa, kumbe alikuwa anaangalia bibi kama ako connected. Pigia Yesu makofi. Inua mikono yako tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya wakati kama huu umefika wa kuoni. Naomba Bwana ukaweze kupata nafasi. Nimefunika anga na mbingu kwa ajili ya kila moja mtakatifu. Nimekatana kila mashambulizi. Roho zote ujinua wakati kama wa neno. Tunasikamata mateka katika jina la Yesu. Naomba Bwana miale ya moto ikafunike mali hapa. Mtumishi wako Bwana waendapo kumtumia kwa ajili ya roho zetu Bwana. Wacha hiyo neno ikapate nafasi, ikafungua, ikakomboa wengi. Mekataa maroho yote ujinua kuiba mawazo ya watu. Ifikapo masaa kama haya neno hayana mamlaka mtakatifu. Tunashuka wewe ukainuliwe. Tunashuka ukanene katika anga zetu, kwa kuwa wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Tumekuachia nafasi Roho Mtakatifu akapate nafasi Bwana. Asante kwa kuwa wewe ndiye mwenye nguvu. Na ni katika jina la Yesu na sote tuseme Amen. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi tunapomleta katika madhabahu. Shangilia Yesu. Amen. Karibu. Kwa kiti. Amen. Na Bwana atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi ni mchana mwema, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia aliye karibu nao, mwambie askofu amekusalimia. Askofu amekusalimia. Na mwambie karibu sana kwa ibada yetu ya mchana wa leo. Karibu sana kwa ibada yetu ya mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Hivyo basi wapendwa, Mungu ni mwaminifu. Kila wakati Bwana anatuwazia mema. Yesu ako na mpango mzuri na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kumwamini Bwana, ni vizuri kujitolea kuingia katika nyumba la Bwana kila wakati, kwa sababu kuna umuhimu wa kuingia nyumbani mwa Bwana. Daudi akaongea pale Psalms 27 number 4. Akasema kuna jambo analolitamani kwa Bwana, na hilo jambo ndilo atakalolifuatilia. Kukaa siku zake zote maishani nyumbani mwa Bwana, akiutafakari wema na uzuri wa Mungu katika nyumba lake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Mungu ni mwenye nguvu, Bwana ni mwenye mamlaka, na hakuna mwingine aliye kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa hivyo pasipo kuharibu wakati tunaenda kuingia kwa neno ya mchana wa leo, nikijua kwamba kuna makuu yale Yesu anaenda kutenda kupita kwa uwezo na kwa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nimehubiri kuhusu ubatizo, na hiyo ndio injili. Hata ibada ya pili naenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wa majeshi atukuzwe. Yesu akatumana akasema ya kwamba kuna umuhimu wa watu kuelewa maana ya ubatizo, kwa sababu watu wengi wako na majina ya kisungu, lakini wao wenyewe hawajabatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Kuja hapa ndugu. Kuna Mungu juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Na mbona umekaa mchungu? Hallelujah. Ama njua ndio ilikuwa inakudhulumu? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu chukua maiki uambie watu Mungu amekutoa wapi. Wasalimie, simama hapo mbele. Na hii banguzwe hii. Sio nimekanyanga bikiji wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanijua majina? Wengine hawakujui. Jitambulishe vizuri. Kwa majina naitwa John Billy. Nimeokoka, mshirika wa hii kanisa. Tarehe 9 mwezi wa 7 nilipata ajali kidogo, nikachomwa na stima na ilinichoma sana, nikapelekwa Kenyatta. Chairman alikuja, nilikuwa nimeongea na bishop, nikapelekwa ICU wiki moja, nikaenda general ward wiki nyingine moja, na nika
dischargiwa kuendelea na matibabu nyumbani. Kwa maombi yenu nimeweza kupona na sasa niko sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu juu mbinguni. Hallelujah. Kama ni ndugu ako hai. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu alipigwa na stima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anafanyanga kazi Ya wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Na akiwa huko Ruben, nisijui ni Ruben ama ni huko Jenga. Sijui ni chuma ni inua ikangonga waya stima. Si unajua kule kuna zile stima za ubunwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipigwa na hiyo stima ikakuja kutokezea kwa Mungu. Inapita hii mkono na ikifika hapa Mungu akafanya miujiza yake. Ikaruka ikakuja kwa Mungu. Amen. Haiku affect mwili wake, tumbo Amen. lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wewe unajua shoko ya stima bila inapiga mtu? Siku moja na upumbavu wangu tukiwa huko nyumbani. Nyumba imefanywa wiring vizuri, tukiwa na kasini yangu mwingine. Kaniambia hizi waya mbili ukishikanisha hivi kuna nguvu mtu anapatanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na yeye ashikanishi, ananiambia shika uone. Nilirushwa kutoka hapa mpaka pale zaidi ule mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni vile ilikuwa na ile hiyo ndio ilikuwa bahati. Amen. Nilikaa hapo nusu saa ndio nikarudi Kenya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kutoka siku hiyo Amen. socket ya stima na ingusanga nikijua iko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu najua umeme si kitu ya kuchezea. Hallelujah. Mungu alimtoa hapo. Amen. Ndio mjue wakati nawaeleza ukiwa ndani huu mwafuli. Amen. Uko out of danger. Hallelujah. Uko na ulinzi wa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni ukweli hapa kuna ulinzi. Amen. Wale wanajua vizuri ni wale walitoka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wanajua kile wao ninasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na najua kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kutukuzwa. Ngeukia mwenzako msalimie, mwambie leo tunaongelelea ubatizo. Na urudi tena umuulize hiyo jina wewe uliitwa ya kizungu ni kalumbandika ama ni ukweli? Hiyo jina uliitwa kizungu ni karubandika ama ulipewa wakati ulibatizwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Si hapa kila mtu akona jina ya kizungu. Na si kuna watu ambao hawakubatizwa. Si kuna watu wanajipea majina. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na ndiyo sababu Yesu akatumana akasema ya kwamba nifunze umuhimu wa ubatizo, na Jumamosi saa 3 kamili tukutane na watu pale Magunas. Hii hapo Benedicta. Amen. Tuingie hapo kwa swimming pool. Hallelujah. Watu wabatizwe. Amen. Ni 100 peke yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wengi wamebatizwa kwa maji lakini hawajabatizwa kwa roho. Hallelujah. Na ndiyo sababu unaona mashambulizi napata watu wengi sana. Kwa sababu miili yao haina roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba ni vizuri kubatizwa kwa maji na kwa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo basi siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo pale na Mungu atatukuzwa. Amen. Wewe labda ulibatizwa kwa maji au kubatizwa kwa roho. Kwa hivyo bado kuna kasoro. Unahitaji ubatizo kamilifu. Na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ubatizo Yesu ndiye alipeana amri. Matthew chapter 28 number 19. Tuanzie pale na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Amen. Kila wakati wapendwa, Mungu yeye huwa ni mwaminifu na huwa anatenda sawasawa na vile ambavyo anataka. Ubatizo ni njia moja ya kufunguliwa. Kubatizwa ni njia moja ya kuondolewa dhambi. Ubatizo ni njia moja ya madhabahu na maroko kuondokea. Watu wengi sana wanapenda kukalia utakatifu, lakini kwa sababu ya zile dhambi zimejificha ndani yao, ndio inachangia wanajipata wanafanya mambo fulani. Katika ubatizo kuna kutakaswa mwili wa nje na mwili wa ndani, na kuna vifungo zinaondoka na mambo fulani inakuachilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasema nini? Kitabu ni kile cha Mathayo mtakatifu
28:19 inasema hivi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Basi nendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na bariki maandiko yake. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyu alikuwa ni Yesu. Kumbukeni ya kwamba alikuwa na watuma wanafunzi wawili na akawatuma akawaambia kwamba endeni ulimwenguni kote, muende mkahubirie watu habari njema, na kisha baada ya kuwahubiria mnawafanya kuwa wanafunzi wangu. Na baada ya kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu akawaambia kwamba na mnarudi mnawabatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo idhini ya kwanza ya ubatizo ilitokana na Yesu, na ndio sababu kila wakati alipokuwa akihubiri habari njema, yeye mwenyewe alibatiza watu na alipea mamlaka watumishi wake ama wanafunzi wake, akawapea amri na mamlaka kwa ajili ya kwenda kubatiza watu. Baada ya kwenda kuwahubiria na kuwafanya kuwa wanafunzi wake, anarudi tena wanawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ndio waweze kukamilika kuitwa wana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wa majeshi apewe sifa. Amen. Ni vizuri wapendwa kumwamini huyu Yesu na kutambua kwamba kupita kwa hiyo njia ya ubatizo kuna mambo mengi sana huwa inatendeka kwa ajili ya watu wanapokuwa wamebatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee tu hiyo Matthew chapter 3 number 13 to 17. Tuone vile neno la Bwana inasema. Tunaongelelea kuhusu ubatizo. Yesu mwenyewe aliwatuma wanafunzi wake, akawatuma wawili na akawaambia endeni duniani kote, endeni ulimwenguni kote, muende mkahubirie watu. Baada ya kuwahubiria habari nzuri, murudi muwafanya wanafunzi wangu, na baada ya kuwafanya kuwa wanafunzi wangu, murudi tena muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Baada ya kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, kuna jambo inachipuka ama inatendeka kwa watu ambao wamebatizwa na ule ubatizo ambao Yesu mwenyewe alipeana mwelekezo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema nini neno la Bwana? Kitabu ni kile cha Mathayo mtakatifu 3 kuanzia 13 mpaka 17. Inasema hivi. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kumbali hivi sasa, kwa kuwa hivyo ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkumbali. 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. 17. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana na bariki maandiko yake. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Tunaongelelea umuhimu wa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ya kwamba Yesu mwenyewe alipeana amri kwa wanafunzi wake waende duniani kote wakitangaza habari njema, wakifanya watu wengi kuwa wanafunzi wa Yesu na wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Yesu mwenyewe ndio huyo. Biblia inasema ya kwamba na Yesu akaja kutoka Galilaya na akafika maeneo ya Jordan ambao Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza watu, na kusudi ya Yesu kuja mahali pale Jordani alikuja ili akaweze kubatizwa na Yohana, ijapokuwa wakati Yohana alipomuona aliweza kukataa kwa ajili ya kumbatiza Yesu. Akamwambia kwamba mimi nilikuwa natarajia wewe mwenyewe unibatize, lakini Yesu akamwambia hapana, inastahili utende kama vile ilivyo wajibu wako ili neno la Bwana likaweze kutimia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko inasema ya kwamba Yohana Mbatizaji akaweza kumbatiza Yesu, akamuingiza ndani ya maji mengi na akambatiza, na baada ya kumbatiza maandiko inasema na sauti ikatoka juu mbinguni ikisema ya kwamba huyu ndiye ule mwana wangu anayekubalika kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwona baada hayo maandiko inasema ya kwamba natazama mbingu zikafunguka zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ubatizo nguvu za Bwana zilishuka juu ya Yesu, Roho Mtakatifu akatawala ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba wapendwa, wakati mtu anapowekwa ndani ya maji mengi na kutolewa mahali pale ama kuinuliwa kutoka pale kwa yale maji, wakati unapozikwa na kufufuka pamoja na Kristo, kuna mambo huwa inachipuka kwa ajili ya mtu anapoingizwa kwa maji mengi na anatolewa pale. Kuna mambo fulani huwa inafanyika kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Yesu akashuka kutoka Galilaya akaenda mpaka pale Jordani, na alipofika pale akampata Yohana alikuwa akibatiza watu. Yohana alipomwona akamwambia kwamba Rabi, nilikuwa naamini wewe ndio utakaonibatiza. Yesu akamwambia hapana, unastahili utimilize malengo yako. Malengo yako ni ya kwamba lazima umbatize mwana wa Mungu ili neno la Bwana likaweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alibatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu mwenyewe alibatizwa, na baada ya kubatizwa kuna mambo yalifanyika kwa maisha yake. Kuna anointing ilishuka juu yake. Kuna mambo fulani yalichipuka kwa maisha yake. Kuna kiwango kingine Bwana alimuinua. Kumbuka sauti ikasema baada ya kubatizwa, huyu ndiye mwana wangu wa kipekee ninayemwamini na nimemtuma kwa ajili ya ukombozi wa taifa, wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Yesu alibatizwa, na alibatizwa kwa mto wa Yordani, maji mingi. Tunastahili kubatizwa kwa maji mingi, sio maji ile ya kupakwa hapa kwa uso. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunastahili kubatizwa kwa maji mingi. Biblia inasema ya kwamba ni vizuri watu wabatizwe kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Katika hali ya kubatizwa kuna milango huwa inafunguka, kuna mambo huwa inaondoka ndani ya maisha ya watu wa Bwana. Mark chapter 16 number 16. Tuone vile neno la Bwana inavyosema, na kutoka pale Bwana wa majeshi atatukuzwa na ataonekana. Yesu akasema ya kwamba watu wengi wamebatizwa kwa moto, kwa maji, lakini kwa Roho bado. Wengi wamebatizwa na ile maji ya hapa kwa uso peke yake, hawajaingizwa katika maji mengi. Na Biblia inasema ya kwamba tumeona Yesu mwenyewe alibatizwa katika mto wa Yordani, na alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo kama Yesu alibatizwa, na hata wewe unahitajika ubatizo Mungu, ubatizo wa maji mengi, ili Bwana Yesu akapate nafasi kwa ajili ya maisha yako. Inasema nini? Marko Mtakatifu 16 inasema hivi. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminiaye na kubatizwa ataokoka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Asiyeamini atahukumiwa. Na asiyeamini atahukumiwa. Hiyo maandiko imesema wazi ya kwamba aaminiaye na kubatizwa naye yeye ataokoka. Kwa hivyo wapendwa, kuna wokovu unapatikana kupita kwa hiyo njia. Kuokoka inamaanisha ya kwamba kuna mambo fulani itakuondokea. Kuna mambo Bwana atatenda kwa maisha yako kwa ajili ya kuamini na kubatizwa. Biblia inasema vizuri, aaminiaye na kubatizwa yeye ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hivyo basi kuna umuhimu wa kuamini, kubatizwa, na unastahili kuwa na imani na kuamini ya kwamba mtu anastahili abatizwe ili Bwana aweze kumtambua jinsi ambavyo inavyofaa. Kwa sababu gani? Pasipo kubatizwa ama kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo ni ngumu sana kuona ufalme wa mbingu, na ni maandiko inasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba aaminiaye na kubatizwa yeye hataokoka. Kwa
Kwa hivyo inamaanisha kuna kuamini na kuna kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuamini na kubatizwa, na wewe kuna kuokoka. Kuna mambo Yesu atakuokoa nao kupita kwa njia ya kubatizwa. John chapter 3 number 1 to 5. Tuone vile neno la Bwana inasema. Tunaongelelea kuhusu ubatizo. Tumeona Yesu alituma wanafunzi wawili, akawaambia endeni ulimwenguni kote, endeni mkatangaza habari nzuri, na baada ya kufata watu muwafanye kuwa wanafunzi wangu, kisha muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumerudi tukaona Yesu mwenyewe akiwa ameshuka kutoka Galilaya na akaingia pale katika mto wa Jordani, na Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikuwa pale akibatiza, na Yesu akaingia pale na akabatizwa na Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Tumerudi tukaona ya kwamba kila aaminiaye ubatizo yeye huwa anaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Neno la Bwana inasema nini? John mtakatifu 3:1-5 inasema hivi. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kusifanya ishara hizi usifanyasho wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amen. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili kazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi fanya nini? Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Wengi walibatizwa kwa maji, hawakubatizwa kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alikuwa ni Mfarisayo kwa jina Nicodemus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba huyu Niko aliweza kumtambua Yesu kwa matendo yake, na akaona ya kwamba ishara hizi zote huyu Yesu anazofanya asiwezi zikafanywa na mtu ambaye anjatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko inasema ya kwamba alipomtambua kwa hiyo njia na kwa zile ishara alikuwa anafanya, naye Yesu akajua kuna udhaifu ulikuwa na Nicodemus. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatambua kwamba huyo mtu alikuwa bado hajabatizwa, na ndiposa Yesu akamwambia, Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodemus akauliza akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamake mara ya pili azaliwe? Yesu akajibu amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu, kwa sababu kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na Roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikodema alikuwa na tasushi na akawa anajiuliza maswali. Kwa nini Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili aweze akaingia ufalme wa mbingu? Yeye alikuwa na zile fikira za kikawaida. Akauliza Yesu, inawezekanaje mtu mzima atazaliwa aje? Atarudi tena kwa tumbo la mamake namna gani? Aweze kuzaliwa tena akiwa mtu mzima? Yesu akamwambia sio kwa namna hiyo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu usipozaliwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo, ukabatizwe na maji na Roho, ni ngumu sana mtu kama huo ama huyo kuona ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akamwambia kwamba Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa mbingu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akanituma akaniambia kwamba kuna watu wengi wako na majina waliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine walibatizwa
na hata hawezi wakakumbuka ile mbinu iliyotumika ili wakaweze kubatizwa. Wengine hawakutumiwa ile njia ambao inastahili kulingana vile neno la Bwana inavyosema ya kwamba tunahitaji ubatizo wa maji mengi. Biblia inasema ya kwamba asiyebatizwa ama mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili kupita kwa maji na kwa Roho aweze kuona ufalme wa mbingu. Kuzaliwa mara ya pili ni kwa ajili ya ubatizo. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu aliposhuka kutoka Galilaya, alienda mpata Yohana na akaingia pale na akaweza kubatizwa, na baada ya kubatizwa nguvu za Bwana zikashuka zikamjaza na akakuwa na mambo, akapata nguvu mpya. Hivyo basi wapendwa, katika kubatizwa kwa maji mengi, wakati unapoingizwa kwa yale maji na unapoamuka kutoka kwa yale maji, unapotolewa kwa yale maji, kuna mambo fulani huwa inaachwa kwa hayo maji. Kuna magonjwa, kuna maroho, kuna kisirani, kuna mikosi, kuna vifungo na hata dhambi zile ambazo zimejificha ndani yako zinabaki kwa hayo maji ama zinaenda na hayo maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Katika hali ya ubatizo kuna pepawa zinachipuka. Katika hali ya ubatizo kuna mambo huwa inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunazo karama zinachipuka wakati mtu anapobatizwa kwa maji mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Tumeona ya kwamba aaminiaye na kubatizwa yeye ataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona Yesu alishuka kutoka Galilaya na akabatizwa na Yohana pale Jordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaona Yesu alituma wanafunzi, kawaambia endeni ulimwenguni kote mkafanya watu kuwa wanafunzi wangu na muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeona Nikodema akiuliza Yesu maswali, itakuwaje mtu mzima kuzaliwa mara ya pili? Yesu akamwambia kwamba pasipo kuzaliwa kwa maji na kwa Roho hauwezi ukaona ufalme wa mbingu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba anahitaji ubatizo. Ubatizo ni njia moja ya deliverance. Kuna watu maroho fulani imekwamilia kwa miili yao, na baada ya kuingizwa kwa yale maji, hizo maroho zinaenda na yale maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume kifungu cha pili pale mstari wa 38, tuone vile neno la Bwana inavyosema. Tunaongelea kuhusu vile Bwana anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kupita kwa ubatizo, yale mambo huwa inatendeka kwa ajili ya watu wa Bwana. Kupita kwa yale mambo Mungu yafanya kupita kwa ubatizo. Inasema nini? Kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume 2:38 nasema hivi. Petro akawaambia, tubuni mkabatize kila moja kwa jina la Yesu Kristo. Mtubu ili mkaweze kubatizwa kila moja kwa jina la Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Mpate ondoleo ya dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na bariki maandiko yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyo alikuwa ni Petro. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina la Kristo Yesu mpate ondoleo la dhambi zenu na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo jambo la kwanza ndio ukamilike katika wokovu. Kuna maana ya kutubu. Baada ya kutubu, maandiko inasema mtubuni ili baada ya kutubu muweze kupata ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo inahitajika watu wajitoe kwa ajili ya kubatizwa, kwa sababu katika kubatizwa kuna kuondolewa mambo fulani kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unapotubu na kubatizwa kuna kuondolewa kwa dhambi, kuna kuondolewa kwa vifungo, kuna kuondolewa kwa maroho. Kuna watu ambao wamekuwa wakifanya mambo wakirudia kufanya mambo fulani kwa sababu ile dhambi imejificha ndani ya miili yao, na tumeona ya kwamba Petro akasema mtubu ili muweze kubatizwa, kwa sababu baada ya kubatizwa ama katika hali ya kubatizwa kuna ondoleo ya dhambi zenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo dhambi iliyojificha, hiyo asili iliyojificha, hiyo roho iliyojificha, Bwana Yesu asifiwe sana,
kiu ya pombe iliyojificha ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ama mjui kuna watu wameokoka na wanakunywanga pombe. Anasema anakunywa moja ku refresh mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hiyo ni dhambi imejificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hiyo ni dhambi imejificha, na hiyo dhambi inaondolewa kupita kwa hii njia ya utakaso wa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Petro akasema, tubuni mukabatizwe kila moja kwa jina la Yesu Kristo mupate ondoleo la dhambi, na baada ya dhambi kuondoka kuna kujaswa na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ile neno imeingililia hapo ya kwamba baada ya kutakaswa na kusafishwa na kubatizwa na kuondolewa dhambi, kuna Roho wa Mungu huwa anashuka ndani yako. Yesu mwenyewe alipobatizwa, Roho wa Mungu alishuka na kamuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna masharti tunastahili kuwa nao wakati tunapokuwa tunataka kubatizwa. Nisomee hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume tu 8 mstari wa 35 hadi 38. Tuone vile neno inavyosema. Hawa ni watumishi kanisa ya mitume ambao ni watumishi kanisa za kiroho. Yale mambo wala watumishi walikuwa wanatembea katika roho, ni vile walikuwa wanafanyia Mungu kazi. Hakukuwa na condition lazima uchukue muda fulani ndio uweze kuhitimu kubatizwa. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu ambaye tunasoma hii maandiko, mtaona vile ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Inasema nini? Kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume 8:35 mpaka 38, inasema hivi. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo akimhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya ni nini kinacho nizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremkia wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akampatiza. Bwana na abariki maandiko yake. Amen. Huyu alikuwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba naye alikuwa ni mtowashi. Bwana Yesu Kushi mtowashi. Amen. Mtu ambaye alikuwa ni mtu mashuhuri. Biblia inasema ya kwamba alikuwa ameengemea gari, na kuna kitabu cha nabii Isaya alikuwa anakisoma. Naongelelea kuhusu huyo mtowashi, na alikuwa ni mtu mashuhuri, na Biblia inasema ya kwamba alipokuwa pale ameengemea ile gari, kuna kitabu alikuwa anasoma cha nabii Isaya, na maandiko inasema Filipo akiwa amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu aliweza kutambua kwamba huyu kila anasoma ni kama haelewi, na akasongea mahali pale karibu, na maandiko inasema ya kwamba Filipo alipokaribia akaweza kuuliza ule mtoashi ya kwamba kama anafahamu kila anachosoma, naye ule toashi akamjibu, inawezekanaje mtu kuelewa pasipokuwa na mtu wa kumueleza? Na maandiko inasema hapo ndipo Filipo aliongea naye, na baada ya kuongea na yeye aliweza kufahamu chanzo ama ufunuo wa kile kitabu cha nabii Isaya. Na Biblia inasema yule toashi wakatoka pale wakiwa wanaenda pamoja na Filipo, na Biblia inasema walifika mahali ambao kulikuwa na maji, kulikuwa na mto, na ule toashi akauliza Filipo, ni kitu gani mimi kinaweza nizuia? Ndio umenieleza ufunuo wa kitabu, na nimeweza kutambua na kuelewa, na ya kwamba hii mambo umenifunza nimeyashika. Sasa swali ndio hili, maji ndio haya, mto ndio huyu, na maji ndio haya. Ni kitu gani kinaweza nizuia mimi wewe unibatize kupita kwa haya maji? Na maandiko inasema ya kwamba Filipo akamwambia hakuna chochote kinaweza kukuzuia kubatizwa, na akaingia pale akambatiza, na jina la Bwana likatukuzwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hapo umesikia alikaa mwaka mmoja akisoma. Kuna mahali imesema alikaa miaka 2. Hapana. Kuna mahali inasema alikaa miezi 8. Hapana. Si maandiko inasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maandiko inasema vizuri,
akaamuru lile gari likasimama, wakateremka wote wawili majini, Filipo na ule towashi, naye akambatiza. Kwa sababu gani? Filipo akisema ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana, kwa sababu ule towashi alimuuliza ni kitu gani kinaweza zuia. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Yesu, kumaanisha ubatizo. Filipo alimhubiria kuhusu maneno ya ubatizo. Pale 36 inasema wakao wakielekea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinaweza nizuia nisibatizwe? Bwana Yesu asifiwe. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38 inasema akaamuru lile gari lisimamishwe, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio neno la Mungu Kuna mahali aliingia klasi, si ile mafunzo kulingana na ile kitabu ya nabii Isaya. Towashi alikuwa anasoma, hakuwa anaielewa, lakini Filipo alipokuja alimhubiria na akamweleza mambo makuu, kubatizwa ukiwa ndani yake. Na alipongusa kuhusu ubatizo, walipokuwa wanateremka wakapata mahali kuna maji, yule towashi akauliza Filipo, basi haya maji ni kitu gani kinaweza nizuia nisibatizwe? Filipo akamjibu akamwambia, ukiamini yote inawezekana. Amen. Na hata kwako ukiamini inawezekana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kwako ukiamini inawezekana ubatizwe kwa maji na kwa Roho. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nilikuwa nataka nisome hapa ndio niwaondoe mawazo yale watu tulipitia sehemu mingi. Kama mimi kuna maana nilipitia, ilikuwa ni lazima tunasoma miaka ngapi ndio tuanze hizo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasoma mwaka wa kwanza, nikasikiza vile kunaendelea, nikaona hapa ni kama ninaharibu wakati, kaingia mitini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndiami na gelazi mwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa sababu niliona tumechukua muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyu towashi walipokuta maji na Filipo, alimuuliza swali moja, ni nini inaweza nizuia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji ni haya, ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako yote inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu kupita kwa hiyo njia aliweza kubatiza yule Filipo kupita kwa hiyo njia aliweza kubatiza yule towashi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeona wapendwa, kuna umuhimu wa ubatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu mwenyewe alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Tumeona ya kwamba ukiamini ubatizo utaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeona Nikodemus aliuliza Yesu maswali, akaambiwa na Yesu, mtu pasipo kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya kubatizwa kwa maji na kwa Roho hawezi akaona ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni Filipo na towashi walikuwa wanakaa. Ule mtu alikuwa anasoma kitabu, hakuwa anaelewa maana yake. Filipo kupita kwa ujazo wa Roho Mtakatifu akamsongea na akamsikia, akajua huyu mtu hakuwa anatambua kile anasoma. Filipo akamuuliza, kama unaelewa kile unasoma? Akamwambia, itawezekanaje nielewe pasipokuwa na mtu wa kunielekeza? Filipo akachukua ile kitabu ya nabii Isaya na akamuongelesha na akamhubiria mambo makuu kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa maandiko hilo akamhubiria habari njema ya Kristo kupita kwa kile kitabu alikuwa nacho. Kwa hivyo ni kumaanisha alimhubiria mpaka ubatizo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimhubiria kwamba anastahili kubatizwa, na ndio walipokuwa wanashuka, maandiko inasema waliingia kwa gari na Filipo na wakatoka wakashuka. Walipokuwa wakiteremka kukawa kuna maji, gari ikasimamishwa. Yule towashi akauliza Filipo, ni kitu gani kinaweza nizuia haya maji nisibatizwe? Filipo akamwambia, ukiamini yote inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Akasema mimi ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipoamini ubatizo ukapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nisomea kitabu kile cha Mark chapter 1 number 4 to 5. Tuone vile neno la Bwana inavyosema, na Mungu wa mbinguni atatubariki. Yesu anasema watu wengi wako na majina ambao yeye hayatambui. Ni jina tu, lakini au kubatizwa ukapewa ile jina. Ndio sababu kunahitajika ukibatizwa unapewa cheti. Hiyo cheti inakuanga mzuri, inadhibitisha kwamba wewe ndiye fulani. Wakati nilikuwa nabadilisha jina langu, kwa sababu kuna jina nilikuwa nimejipea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo jina mimi nilikuwa nimejipea, hiyo inaitangwa Jofrick. Hiyo jina ni yangu, Karumbandika. Nilikutavuna mailiungi, akili ikakuja kanionyesha jiite Jofrick na nikajiita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa nao wakati niliokoka, nikaona hii jina haingiani. Yesu akanipa jina Elijah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda huko kwa vitambulisho nikitaka nitoe hii Elijah, hiyo Jofrick. Wakaniambia hawezi tolewa, labda uongezee ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kupita kwa cheti ile baptism card nilikuwa nao ilisaidia pakubwa sana, kwa sababu ndio niliunganisha na zile document zingine, ikaenda huko kwa registrar wa vitambulisho, na kutoka pale kitambulisho yangu ikaja ikianza na jina Elijah. Ndio unaonanga Elijah inatangulia. Hiyo ingine ya mtaani sijui naweza idelete aje, iko hapo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo ni mimi nilikuwa nimejiita kama vile wewe umejiita ile uko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si hapa kuna watu wako na majina ya Kisungu na wako batizwa? Sasa mimi nilikuwa kama wewe. Lakini afadhali yako inaweza kuwa kwa Biblia. Hii yangu hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema nini maandiko? Kitabu ni kile cha Marko mtakatifu kifungu cha kwanza mstari wa 4 mpaka wa 5, anasema hivi. Yohana alitokea akibatiza nyikani. Yohana alitokezea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Na kuhubiri ubatizo wa toba uletao ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi na wao wa Yerusalemu wote. Wakamwendea nchi yote ya Yahudi na huko Yerusalemu. Wakabatizwa katika mto wa Yordani. Wakabatizwa katika mto wa Yordani. Wakisiungama dhambi zao. Wakisiungama dhambi zao. Bwana Yesu na bariki maandiko yake. Amen. Biblia inasema ya kwamba Yohana alitokezea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba iletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani wakisiungama dhambi zao. Kwa hivyo ubatizo ulianza kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe alibatizwa, akatuma wanafunzi akamwambia, endeni mkawabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu Yohana aliyebatiza Yesu, Biblia inasema ya kwamba Yohana alitokea akibatiza nyikani, akihubiria ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika kubatizwa kuna mambo fulani huwa inaondoka, kuna vifungo zinaondoka, kuna maroho yanaondoka, kuna fisilani zinaondoka, mandeni inaondoka, vifungo zinakuondokea, mikataba inakuondokea, maangano inakuondokea, kuna vitu huwa zinakuachilia wakati ambapo unabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yohana alitembea nyikani akibatiza watu, akiwahubiria ubatizo wa ondoleo la dhambi, na watu wengi sana waliweza kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi najua watu wengi tumeingia kwa maji wakabatizwa wakiwa wagonjwa wakapona, wakabatizwa wakiwa mambo yao ilikuwa imekwama, milango inafunguka, wakabatizwa maroho ya kukataliwa yakiwa ndani yao, wakiondoka kwa yale maji wanaondoka wakiwa watu wapya, kibali cha kukubalika ndani yao. Niliona watu wengi ambao walibatizwa walipoingizwa kwa maji wakatoka pale na vipawa. Kuna watu wengi wakiingia kwa ile maji, wakati wanapotolewa pale wanatoka na kipawa cha uombezi. Unapata mtu anaomba kwa ndimi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati umeingizwa pale kwa maji, akitolewa pale, unasikia lugha inabadilika. Sakatala mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anapata kipawa cha kuomba kwa dimi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wengine vipawa za unabii zinachipuka pale. Wengine vipawa za uimbaji zinachipuka pale. Kama wewe ni mchungaji, neema inashuka ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kwa kubatizwa kuna mambo huwa inafunguka. Tumeona mambo mengi sana wapendwa, yale Yesu mwenyewe aliyatenda. Yesu mwenyewe ndiye aliyeintroduce ubatizo. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Kutoka pale akarudi akawatuma wanafunzi wake wawili, akiambia watu, endeni mkahubirie mataifa na kuwafanya kuwa wanafunzi wangu, na kisha muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumeona ya kwamba Nikodemus aliuliza Yesu maswali, inawezekanaje mtu kubatizwa ama kuzaliwa tena mara ya pili? Hakuelewa kuzaliwa ni kupita kwa ubatizo. Yesu akamwambia kwamba pasipo kuzaliwa kwa maji na kwa Roho hauwezi ukaona ufalme wa mbingu. Tumeona ya kwamba ni vizuri ukiamini na ubatizwe, tayari huwa umeokoka. Kwa hivyo kuna maana ya kuamini ubatizo, na kutoka pale Bwana wa amani anatukuzwa na anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumeona ya kwamba wakati Yohana alipokuwa akibatiza watu nyikani, aliwatambilia mambo makubwa kwa ajili ya maisha yao, ya kwamba alihubiri ubatizo wa alitangaza kuhusu ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Tumeona Petro alipokuwa akihubiri aliambia watu watubu ili wakaweze kubatizwa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hizo zote wapendwa, ni yale mambo makuu yanapatikana kupita kwa ubatizo. Kwa hivyo wapendwa, katika kubatizwa kuna mambo huwa inatendeka. Tumeona kuna ondoleo la dhambi wakati unapokuwa unaingia kwa yale maji, na wakati unapokuwa unatolewa kwa yale maji, kuna mambo fulani huwa inafanyika kwa maisha yako. Kisilani inaenda, vifungo zinaondoka, kukataliwa kunaondoka, mandini na kuachilia, kamba na minyororo za shetani. Watu wengi wamefungwa nafsi zao kupita kwa kufungwa nafsi kwa ubatizo, hizo vifungo zinakuachilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema anahitaji ubatizo wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubatizwa kwa moto, kwa maji na kubatizwa kwa maji na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengi walibatizwa kwa maji lakini hawakubatizwa kwa Roho. Ndio sababu unaona umeng'ang'ana. Kuna vipawa fulani zimezuiwa. Roho Mtakatifu ndio utengeneza njia. Roho akishuka ndani yako mambo fulani inafanyika. Unastahili kubatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Wakati umebatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu, hata mchawi mwenyewe hawezi akakutazama. Therefore angel hawezi akakutazama. Yes. Kwa sababu unakuwa unawaka moto. Vile unamulikanga paka usiku na tochi unaona inawaka moto macho. Hivyo ndivyo ilivyo mtu ambaye amebatizwa na moto wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngeukia mwenzako umuulize, wewe ni maji ulibatizwa kwa maji ama ni kwa Roho? Batizwa kwa maji ama ni kwa Roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitajika kuongezewa Roho, moto wa Roho Mtakatifu. Na hiyo itafanyika Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakolosai 2:12 tuone vile neno la Bwana inavyosema, na Bwana wa majeshi atatukuzwa na ataonekana. Kolosai kifungu kile cha pili mstari wa 12. Amen. Tuone vile neno la Bwana inavyosema, na Bwana atatubariki. Wakolosai 2:12 inasema hivi. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mtazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafuliwa pamoja naye. Na katika huo mtafufuka pamoja naye. Na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Bwana na abariki maandiko yake. Amen. Biblia inasema vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo,
na katika huo mkafufuliwe pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyefufuka katika wafu, aliyemfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkazikwe pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwe pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuzikwa kwa maji mengi, mkazikwe pamoja naye. Biblia inasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati unapowekwa kwa ile maji inakufunika mwili wote, inakuwa uonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakufa pamoja na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati unapoinuliwa, maandiko inasema na unafufuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kumaanisha kwamba Yesu alipofufuka kuna mambo mapya yalionekana kwake. Kwa hivyo katika hali ya kuwekwa kwa maji mingi na kuondolewa pale, kuna mambo huwa inatendeka. Hiyo ndio ishara tunafanya kwa kubatizwa kwa maji mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukizikwa dhambi zote, mateso, Yesu alipozikwa, alipokufa na kazikwa, mambo yote yaliisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote yaliisha, na alipofufuka alifufuka na mambo mapya. Hivyo basi katika kuingizwa kwa maji mingi na kuinuliwa kutoka kwa yale maji, kuna mambo huwa inabaki. Wakati unapoingizwa kwa hayo maji, kuna mambo fulani huwa inabaki pale. Kung'ang'ana kunabaki pale, mandini inaachwa pale, kuteseka kunabaki pale, kukataliwa hapo, magonjwa inabaki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapoamka ama kutolewa kwa yale maji, unatoka pale ukiwa kiumbe kipya. Si useme amen. Kama uko na ugonjwa wa ngozi imekulemea, twende kwa hayo maji, utatoka hapo ukiwa kama mzungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Uko na pimples kwa mwili wako, kuna ugonjwa wa ngozi inakusumbua, twende kwa hayo maji, utaona vile Mungu atatenda. Utaondoka pale ukiwa kiumbe kipya, na jina la Bwana litatukuzwa na kuhimidiwa. Maro itaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili inamaanisha kwamba mtoto akiwa amezaliwa anakuanga hakuna mambo maro inamvuata, anakuanga ni kiumbe kipya. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na si Biblia inasema kubatizwa ni kuzaliwa mara ya pili. Yes. Kwa hivyo inamaanisha kuna mambo mapya yatazaliwa kwako. Hallelujah. Kuna mambo mapya yatachepuka kwako. Amen. Kuna vipawa zitachepuka. Yes. Kuna watu Bwana atawainua kiwango kingine. Yes. Kuna levels watu Bwana atawaweka. Hallelujah. Kuna viwango vya juu Yesu atatuweka. Yes. Kuna promotion watumishi wa Bwana watapokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata milango fulani itafunguliwa. Yes. Ulikuwa unang'ang'ana, kung'ang'ana kutaondoka. Ukianza jambo sasa itakamilika. Kwa sababu yale mambo ilikuwa inakufuata maroho ya kutoka kwa kifamilia itaachwa hapo kwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Maandiko inasema wakati Yesu alipobatizwa na Yohana Mbatizaji, alipotoka pale kwa maji, Yesu sauti ikatoka juu mbinguni, huyu ndiye mwana wangu wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumaanisha kwamba kwa kubatizwa kuna kuzaliwa upya, kuna kufanywa upya, kuna jambo inafanyika upya kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watoto walio chini kuanzia miaka 12 au wanaweza batizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wale wako chini hapo watangojea na Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngeukie mwenzako muulize kama ako ready kubatizwa. Already kubatizwa Kwa maji na kwa roho. kwa maji na kwa roho. Kwa sababu maandiko inasema asipobatizwa kwa maji na kwa roho hawezi akaona nini? Ufalme wa mbingu. Hebu rudia hiyo maandiko ya John chapter 3 number 5 tuone vile inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Tunastahili kubatizwa kwa maji na kwa roho ili Bwana akapate nafasi ya maisha yetu. Inasema hivi, wacha nisome mtumishi. Amen. Yesu akajibu akawaambia, amini amini na kuambia,
mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemus akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamake mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hiyo ni neno la Bwana inasema. Kwa hivyo inamaanisha unastahili kubatizwa kwa maji na kwa roho kulingana na maandiko takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kupita kwa hiyo njia Bwana anajitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale Benedicta, hiyo Manguna siko hapo, kuna swimming pool iko pale. Ubatizo ni 100. Baptism card ndio 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kama unaweza kuwa na hiyo baptism card, kama uko na hiyo 100 peke yake, ubatizo ni sawa. Baptism unaweza chukua baadaye. Lakini ni muhimu sana, kama inawezekana ungepata yote 300 umalizane na hiyo chapter, ingekuwa vizuri. Na kama hauna yote, hii ya ubatizo ni muhimu sana, kwanza utangulie kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unjue hiyo cheti ni ya maana sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri upige mahesabu ya shilingi 300, 100 ya ubatizo, 200 hiyo baptism card. Na Mungu wa mbinguni atatukuzwa na atatenda makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uko ready tuende ubatizo kwa maji na kwa roho, inua mkono wako. Siku ya Jumamosi, inua mkono vizuri. Simameni. Wale tutaandamana na wao. Ubatizo nimesema ni 100 kuingia swimming pool. Amen. Kwa hivyo hao wengine nyote mmeketi chini, mlibatizwa na mdamu kwa moto, kwa maji na kwa roho. Kwa sababu hii kipindi kiwavuka, msinirudie tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akitumana vitu serious, tukue serious na kile Bwana anatumana. Kama pastor ataingia tena kwa maji, wewe ndio nani umeketi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hakuna mtu mtakatifu. Ni vizuri tuenende vile Mungu anasema, ndio watu waone vile Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wewe ulibatizwa kwa damu, kwa maji na kwa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Shilingi nimesema ni 100. Unataka kubatizwa na ana 100, inua mkono. Tukifika Saturday uweze pata 100, inua mkono wako na unahitaji ubatizo. Na umeketi chini. Saa 3 kamili tukutane pale Mangunas. Tumalize saa 4 kamili tuingie pale. Nusu saa imetosha. Nusu saa tumalizane, watu waende zao. Na mkuje na nguo za kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ulibatiziwa wapi? Ulibatizwa kwa maji na kwa roho? Nauliza swali, kwa sababu ubatizo huko unaielewa. Si wewe ni MBC? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulibatizwa aje? Ukaingizwa na ukaambiwa hiyo maisha yako yote usiingie tena kwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio makazini wetu wanaambianga watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wafunge watu wakose kufunguka macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Vitabu zinastahili kuwa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana, ndio tuokoa wakati. Amen. Wale wako pande hii, kama huko andikisha, kuna wale waliandikisha, kama uliandikisha kaa chini. Kama uliandikisha kaa chini. Ndio wale ambao hawajaandikisha tuwaone. Muradi usikuje kuniambia unang'ang'ana. Kama hii fursa itawapita, kwa sababu kuna mambo itafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kwani kubatizwa mara ya pili kuna makosa gani? Si unaombe yangu wokovu kila wakati? Na kuna tofauti ya wokovu, si ukianguka wokovu unaenda unalinio tena. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si mtu akianguka wokovu anaenda kuombewa tena? Ama aombe yangu? Kuna makosa gani ukirudi tena kuingizwa kwa maji? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hizo sheria ndio zimefunga watu. Nilibatizwa na ni full stop. Amen. Kila mtu angejitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ungeelewa kile Bwana anaenda kufanya. Kila mtu angejitolea. Ndio mambo yakafanyike upya tena kwa maisha yako. Mimi nimeingia kwa maji siwezi hesabu zaidi ya mara 10. Amini askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kila wakati nabatiza watu Bwana ananibatiza tena. Hekalu nilikuwa nashiriki Tasia. Ule mchungaji akiingiza watu kwa maji sikubaki nyuma. Niliendelea na kupita kwa hiyo njia, kuna mambo niliona yakichipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ubatizo si ndoa ati ukifunga na harusi hiyo imeisha, uweze funga tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi apewe sifa. Amen. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Ulibatizwa wapi? Faith. Sema tu nasikia. Yes, uko. Unahitaji ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu najua vile wanafanyanga. Bwana Yesu apewe sifa. Ama mliambiwa hiyo ya kwanza imetosha? Si hivyo ndivyo mliambiwa? Kufungwa nira. Bwana Yesu asifiwe sana. Na brother. Si alienda kwa brother. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mkue kwa hiyo laini. Na Bwana atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Huko kwa brother najua vile kuna kuanga na kwa sister. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ulibatizwa? Wewe kwa mwisho. Ulibatizwa wapi? Kasina? Ndiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe? Atimba? Na ukaambiwa hiyo moja imetosha maisha yako yote. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi swali nauliza ni hili. Kwa nini kila wakati mnaombewa wokovu na ili yani mnashuhudia watu ya kwamba Yesu ni Bwana? Siku ukiombewa wokovu umefanywa upya tena. Ni ukweli ama si kweli? Ni ukweli ama si kweli? Wamefika wangapi? Sisi hatukupewa sheria. Tunaweza batizwa mradi tu unaingia, Bwana anakutakasa, anakusafisha, anakufanya upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kwa kubatizwa ni ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema mkatubu mpatizwe muondolewe dhambi. Amen. Vifungo ziondoke. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Amen. Inasema nini? Wamefika wangapi? Naelekea kuwa kitu kama 70. Hiyo ni mzuri. Nataka kanisa watu wakuwa wasafi. Muone kile Mungu atatenda kwa maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna roho itatoka kwangu ingie kwenyu ya utajiri. Hallelujah. Kuna mambo itafanyika kwa maisha yenu katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inategemea aliyekubatiza ako kivipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuingiza mtu pale kwa maji na kutoka si kawaida. Yategemea aliyekuingiza hapo ako kivipi. Angalia ile situation unakaa. Kipawa cha pasta
cha unabii kilichipuka alipoingia kwa maji. Pastors. Amen. Hapo ndipo kilichipukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hallelujah. Kuna watu vipawa za kuomba na tags zinachipuka. Unaingia pale unatoka ripa pa 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 santala la masungwa, santala la masungwa. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Hallelujah. Na Mungu anatukuzwa na anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni 100 kuingia pale. Baptism ndio 200. Kama utakuwa ready na hiyo baptism card si saa hii, unaweza chukua baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawahitaji ubatizo nyinyi wawili. Nahitaji ubatizo upya kwenyu. Ndio muone vile Mungu atawainua. Kuna vitu sitaondoka kwa anga yenyu. Amen. Unasikia Eunice? Yeah. Nitawadipia. Twende huko tukutane, mung'are na Mungu atatukuzwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, na Mungu atatukuzwa na Mungu atatenda makubwa. Ule mtoto wako ako wapi? Ndio huyo. Sawa sawa. Leo ndio siku ya mwisho ya mateso. Nani ako na ugonjwa wa moyo? Shida ya ugonjwa wa moyo. Unasumbukanga na moyo, inakusumbua. Nani wanasikia moyo wake inamsumbua, inapiga sana, vitu kama hiyo? Kunaye? Nauliza. Kunaye mtu ako na hiyo shida? Unasikia moyo wako unandunda, ama uliambiwa kuna shida ya moyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Saa 3 kamili tukutane hapo Benedicta. Ukuje na mbia yako cash. Antu ndio atakusanya yote. Na ukuje na nguo ya kubadilisha. Usikuje na zile uko nazo ndio utaenda nazo nyumbani. Unjue utaingizwa kwa maji mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasichana nyinyi, wewe usikose kwa hiyo batizo. Kuna vitu zitakuondokea siku hiyo. Hallelujah. Unasikia? Yeah. Mama, wewe ulibatizwa? Jiandikisha. Wewe andikithia. Mama ameandikisha tena. Anajua maana ya hiyo. Na Bwana atatukuzwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Simameni kwa miguu yenu miwili. Simameni kwa miguu yenu na Mungu atajitukuza na ataonekana. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu. Ngoja, hiyo hapana. Ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jua kesho yangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, jua kesho yangu. Nasema ni wewe Bwana, nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. twasema ni wewe Bwana, jua kesho yangu. Nasema ni wewe Bwana, jawabu
nasema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu, nasema ni wewe Bwana, nasema ni wewe Bwana, msaada wa mambo yangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, juaye moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, juaye moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, sema ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu, nasema ni wewe nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, ni wewe nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, ni wewe msaada wa moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, Bwana Yesu, jawabu ya moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, Yesu, jawabu ya moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, twasema ni wewe Bwana, Yesu, juaye moyo wangu, nasema ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu, inueni mikono yenu mbele za Bwana. Yesu anasema mchana wa leo kunazo nguvu anaenda kuachilia mahali hapa, na mahali popote ulipo, uwe pale nyuma ama uwe hapa katikati, kunazo nguvu za Bwana zinaenda kushuka, na hakuna utawala wote wa mapepo na majini, hakuna vifungo zitakaosalia mahali hapa. Watu wa Bwana wameteseka siku mingi, lakini siku ya leo ndio siku ya utakaso. Leo ndio siku ya ukombozi kwa maisha yao. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, inueni mikono yenu mbele za Bwana.
Inueni mikono yenu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuita kwa ajili ya wapendwa. Ninawakabidhi mikononi mwako Bwana wa majeshi. Ninaitisha moto kutoka madhabahu ya mbinguni, kila utawala wote wa mapepo na majini, kila vifungo zote zilizofunga maisha yao, ninaitisha moto sasa Bwana mabwana. Ninaachilia moto zaidi mahali hapa kwa hekalu, nimetabiria moto kila kona, naachilia moto. Ninaomba nguvu zako Bwana zikashuke, kila utawala wote wa mapepo na majini, kila vifungo zote, kamba zote minyororo zilizotumika na adui kufunga watu wako, mchana wa leo shetani na mtangazia akabebe mizigo yake na kuondoka na kuachilia hao watu mchana wa leo kupita kwa uwezo na kwa neema zake Bwana. Nimetamka utakaso kwa ajili ya maisha yao. Ninaachilia moto hapa mbele, hapo nyuma nimeachilia moto, hekalu mzima nimeachilia moto. Kila utawala wote wa mapepo na majini ukachomeke na kuondoka sasa, ukachomeke na kuondoka sasa. Vifungo zote zikaondoke, kila utawala wote wa giza ukachomeke na kuondoka. Naachilia moto, moto ndio hiyo sasa. Naachilia moto, fire is upon you now. Moto ndio hiyo naachilia moto. Utawala wote wa majini uchomeke sasa kwa jina la Yesu. Naachilia moto, kila utawala wa giza, fire is upon you now. Moto ndio hiyo. Changanyikiwa sasa, ninaitisha moto inapoposhene ukashuke pale mbele, ukashuke hapa kwa madhabahu. Vifungo zote ziondoke, majini ichomeke na kuondoka. Moto ndio hiyo. Ondoka, achilia maisha yao, achilia maisha yao sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu utawala wa giza, ninavunja kila madhabahu, ninavunja kila maangano, ninateka nyama utawala wa giza. Chomeka sasa, achilia maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Shetani haona uwezo tena, ninaharibu utawala wako. Chomeka, toka ndani yake, achilia maisha yao, achilia maisha yake. Changanyikiwa, toka ndani yake. Mapepo na majini, vifungo zote, toka ndani yake, achilia maisha yake. Muachilie sasa kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu, ninavunja maagano, kila utawala wa giza ninautega nyara kwa jina la Yesu. Toka ndani yake, achilia maisha yake. Muachilie sasa, moto ndio hiyo. Achilia maisha yake, muachilie sasa. Ninachanganyikiwa, toka ndani yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Natamka utakazo, funguliwa, toka ndani yake, achilia maisha yake. Muachilie sasa, ondoka, ondoka, ondoka ndani yake, ondoka. Changanyikiwa, moto ndio hiyo. Changanyikiwa, moto ndio hiyo. Chomeka, ondoka ndani yake. Achilia watu wa Mungu, waachilie sasa. Toka ndani yake, chomeka, ondoka ndani yake. Achilia maisha yake, achilia maisha yake. Toka ndani yake, majini na mapepo, moto ndio hiyo. Fire is upon you now. Chomeka, chomeka, toka ndani yake. Achilia maisha yake. Changanyikiwa, maroho ya moyo, toka ndani yake. Isiwe na nguvu, toka ndani yake. Achilia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninavunja madhabahu, ninavunja magano. Toka ndani yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka, ondoka ndani yake. Achilia maisha watu wa Bwana. Toka, changanyikiwa. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo. Changanyikiwa, changanyikiwa, changanyikiwa. Lose the body. Moto ndio hiyo. Chomeka. Maroho ya baharini, queen wa baharini na kushika mateka. Toka ndani yake. Achilia maisha yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake kwa jina la Yesu. Ninaharibu utawala wa giza. I destroy your kingdom in Jesus name. Toka, achilia maisha yao, achilia maisha yao. Changanyikiwa, changanyikiwa. Maroho ya baharini, queen wa bahari, fire is upon you now. Semeni fire, semeni fire, semeni fire, semeni fire, semeni fire. Na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto. Utawala wa bahari ninaukamata mateka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kasi ya shetani. Moto ndio hiyo. Changanyikiwa, changanyikiwa. Achilia maisha yake, achilia maisha yake. Toka hapo, amejificha. Toka ndani yake, toka hapo, amejificha. Nimekutambua, nimekutambua. Naitisha moto, naitisha moto, naitisha moto. Mapepo na majini, changanyikiwa, changanyikiwa, changanyikiwa sasa. Lose the body. Toka ndani yao, toka ndani yao. Waambieni watoke, waambieni watoke. Achilia maisha ya watu wa Bwana. Toka ndani yake, toka ndani yake. Changanyikiwa, toka ndani yao. Changanyikiwa, changanyikiwa, changanyikiwa. Toka ndani yao. Achilia maisha yao. Natamka utakazo na ukombozi, kufunguliwa kwa ajili ya udada in Jesus name. Total deliverance. Natamka utakazo na ukombozi na kufunguliwa kwa ajili ya udada. Toka ndani yake.
toka ndani yake. Maroho ya kukataliwa, changanyikiwa, maroho ya baharini, fire is upon you now. Moto ndio hiyo, changanyikiwa sasa, toka ndani yake, toka ndani yake. I command you now, lose your body in Jesus name. I destroy your kingdom in Jesus name. Kuanzia leo hautamwangaisha tena in Jesus name. Total 24 hours. Natamka kombozi na kufunguliwa. Queen wa bahari, queen wa bahari, nimekushika mateka, nimekushika mateka, hauna uwezo tena. I paralyze your kingdom, I paralyze your kingdom in Jesus name. Shetani hauna uwezo tena, wana mamlaka. Natamka kombozi na kufunguliwa kwa ajili ya dada unconditionally, total 24 hours. You are under arrest. Every communication katika ulimwengu wa giza ninaangusha, ninaukata. Queen wa bahari, I destroy your kingdom. Ninaharibu utawala wako. Natuma confusion kwa anga yako, kwa anga yako, kwa anga yako. No more communication in Jesus name. Hizo ishara zote nimezivunja, nimezivunja, nimeziharibu in Jesus name. Natangaza uhuru na maisha. Signals zote za shetani nimeziharibu in Jesus name. Total 24 hours. Natamka kombozi na kufunguliwa kwa ajili ya udada in Jesus name. Total 24 hours. Natamka kombozi na kufunguliwa total 24 hours. Natamka kombozi unconditionally total 24 hours. Total 24 hours. Shetani hauna nguvu tena wala mamlaka. Unasomea wapi? Yes. Unasomea wapi? Murang'a. Kitu gani kinafanyika kwa maisha yako? Usiku unapolala, watu gani hukutembelea kwa ndoto? Msichana mnasoma naye anafanyanga nini? Anakuja ananishika, tunaanza kupepea ndomo mzima. Anakushika, mnapepea ndomo mzima. Mkiwa under mission gani? Mkiwa kwa mission gani? Kutembea kwa hiyo ndomo inakwanga, anakwambianga kazi yako ni gani? Mnafanya kazi gani? Akinisemamisha ananionyesha pali wamemwaga mchele na nyama, ananiambia ndio maisha wanaishi. Huyo msichana. After that nikaota kama naua mtu. Kama unaua mtu. Wewe sasa. Alafu mtu mgani? Sijui. Hiyo umekuwa kwa hiyo shida kwa muda gani? Hiyo shida ilianza lini? Tangu niende hiyo shule. Uko form 2? Uko form 2. Kwa hivyo huyo msichana ndiye alikuconnect. Na hiyo shida unaotanga ukiwa uko hata nyumbani, unaotanga na hizo vitu. Hata ukiwa nyumbani unaona bado unapaa. Naona naua mtu. Unaona unaua mtu na nini? Na kisu. Na kisu. Na huyo mtu unaona unamuua kabisa, anakufa. Unamkata shingo. Unamkata shingo. Umekata wangapi kwa ndoto? Mmoja. Umeua mmoja. Alafu uliambiwa baada ya kuua ni cheo gani ulikuwa umeahidiwa? Walikuwa wamekuambia watakufanyia nini ama utapata nini? Kazi yako tu ni uwe na iende hivyo. Na ukiua damu inaendanga wapi? Ujui mahali damu inaendanga. Hiyo shule ni mixed ama ni girls peke yake? Na ni day ama ni body? Ni body. Sasa ukilala usiku ndio mnaona mnapaa kwa hizo domu zingine. Na hiyo shule wale wako kama wewe ni wangapi? Kuna wengine wacha huyo msichana. Unajua huyo msichana tu. Leo ndio mwisho wa mateso. Fungua, chukua virago zako. Chukua virago zako. I command you now. I destroy your kingdom. Shh. Toka. Toka sasa. Achilia maisha yake. Huyu ni mtoto mdogo. Toka ndani yake. Maroho ya baharini.
Wini wa bahari, ripa papa papa papa, ripa papa papa papa. Changanyikiwa, chomeka sasa, chomeka sasa. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Moto juu hiyo, na achilia moto, ungua kabisa, teketea kwa jina la Yesu. Chomeka, chomeka, achilia maisha yake. Lazima muondokee. Toka kwa huyu mtoto, toka kwa huyu mtoto. Huyu ni mtoto mdogo, hautamwangaisha tena. Ninaharibu utawala wako. Open communication katika ulimwengu wa giza, ninazivunja, ninaziharibu kwa jina la Yesu Kristo. Connection zote za Freemasons na Illuminati zilitendeka kwa huyu msichana, nimezikata, nimezivunja kuanzia leo. Hiyo network nimeiharibu, nimeisambaratisha. Hiyo system ya shetani nimeibomoa, nimeivunja, nimeiharibu. Kuanzia leo hakuna communication baina ya huyo dada anaitwa nani? Irene Kanini. Kuanzia leo nimetakasa hiyo majina Irene Kanini. Nimeandedicate kwa damu ya Yesu Kristo. Natakasa spirit yake na mwili wake, shandori yake, utu wa nje na wa ndani. Nimeutakasa kwa jina la Yesu Kristo. Namtenganisha na hizo ngome. Naenda kumjengea ukuta wa moto wa madhabahu ya mbinguni. Hakuna communication tena. Ninaweka alamu ya damu ya Yesu kwa uso wake. Hiyo crown ya shetani nimeipasua. Hakuna tena, na hakuna kupaa kwa anga tena. Kuanzia leo nimebomoa kazi ya shetani ndani ya huyu msichana, na nimepanda kazi ya Mungu ndani yake. Atatumikia Mungu siku zote za maisha yake. Kutoka siku ya leo nimetakasa nguo zake, natakasa mwili wake, natakasa mawazo yake. Nimeondoa vifungo zote ndani ya mwili wake. Kutoka siku ya leo huyu ni mtoto innocent, na shetani hautamshambulia tena. In Jesus name. Toto Trevorous, amka. Yesu amekufungua. Nipe hiyo mafuta, nipe hiyo mafuta hapa. Tuweke chapa ya moto. Hiyo communication imeisha. Huyu msichana anaitwa nani? Huyo wa shule. Si wewe. Huyo msichana wa shule, Joyce Mutiso. Kuanzia leo nimeweka separation, spiritual separation kati yako na huyo Joyce. Hata kuona tena, hata kuona tena, na akikuona aone moto, na hiyo mapepo yachomeke. Nimekubatiza kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. No more communication na ulimwengu wa giza. Nimefunga masikio ya giza, nimefunga masikio ya shetani, nimefungulisha masikio ya roho peke yake. Sauti ya Mungu ikasikike ndani ya mtoto. Tazama, ni mtoto mdogo anatamani kusoma. Baba, nimekataa kazi ya shetani ndani yake. Nimepanda kazi yako ndani ya msichana. Kuanzia leo awe mwimbaji mkubwa, akuwe nabii wa Mungu, na awe mhubiri kwa utukufu wa jina la Yesu. Nimetakasa miguu, nimetakasa mikono. Kila utakapokanyanga, moto wa Roho Mtakatifu, mikono itakachongusa chochote kitatakasika kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uko innocent. Hakuna ufalme wa giza. Vitabu ziliponiyo kazi waliiba mawazo yake, kwa sababu ile kazi wanataka kumpea ni hii ya kuua. Kwa hivyo wamejaribu kuingia mawazo yake. Hata vile alikuwa anasoma, sasa mawazo ameshuka chini kimasomo, kwa sababu wamechokora mawazo yake. Lakini nimetabiria hekima na maarifa. Kuanzia leo, in Jesus name, utasoma umalize masomo yako kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, kuanzia leo mkataba wako na shetani umevunjika. Tumeweka mkataba mpya na Mungu ndani yako. In Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ana kazi tena. Toka. Hapo umejificha. Nimekutambua. Hapo umejificha. Moto ndio hiyo. Chomeka sasa. Ondoka. Ondoka ndani yake. Achilia mume wake. Achilia bwana wake. Chomeka sasa. Toa mume wake maana umemfungia. Mfungue sasa. Mfungue kwa jina la Yesu. Changanyikiwa. Mwachilie, fungue mume wake. Mwachilie. Achilia mikono, mfungue mzee. Fungua sasa. Fungua mzee. Mfungue sasa kwa jina la Yesu. Toka sasa. Toka kwa ndoa yake. Toka kwa nyumba yake. I command you now. Loose the body. Achilia maisha yake. Achilia mume wake. Hapo umemfunga. Na haribu amani. Na haribu amani. Hapo umemfungia kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu utawala wako. I destroy your kingdom in Jesus name. Kuanzia leo hakuna tena utawala wa giza. Nimeendai huyo mwanaume, maana shetani amemfunga. Funguliwa sasa. Rudi kwa nyumba yako. Rudi kwa mke wako kwa jina la Yesu.
Pokea mume wako, pokea mume wako, pokea mume wako sasa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hauna uwezo wala mamlaka kudhulumu watu na kuwanyang'anya waume wao. Nimeharibu utawala wako in Jesus name. Maroho ya kukataliwa hauna uwezo tena. Nimeharibu ufalme wako in Jesus name. Total deliverance. Mzee amefunguliwa kwa jina la Yesu. Shetani hana nguvu na hana ujanja, hata dhulumu watu wakizao kuanzia leo. Pastor ako wapi? Abednego. Mke wako ako wapi? Shikaneni mkono wa kuume leo ndio mnafunga ndoa officially. Alikuja lini? Alikuja Monday. Monday ndiye alikuja ya hii wiki. Kwa hivyo ulikunywa chai. Ninyi ndio mnajua kwani kukunywa chai kuna makosa gani? Si mtu atakunyanga ya manjani mingi akitaka ama ya T-Bax na makosa iko wapi? Hakuna makosa. Shikareni mkono vizuri. Wa kuume. Hii ni harusi tunafanya leo. Unaitwa nani? Anton. Alice. Mike iko wapi? Tunataka tufanye ndoa fresh. Amen. Huyu alikuwa mke wake, alikuwa ameenda course na amemaliza course. Sasa amerudi. Amemaliza course. Yes. Sema kuanzia leo. Unasema unaitwa nani? Janet. Anet nani? Wafura. Sema kuanzia leo. Mimi Janet Nafura nampokea Abednego Peter kama mume wangu wa maisha. Kutoka siku ya leo hakuna roho wala sauti wala maneno itakaochangia kutengana tena na mume wangu. And that is my covenant. Na hiyo ndio agano langu. Sema hiyo ndio agano langu na mume wangu. Mungu nisaidie. Peana pande nyingine. Yes. Sema Pastor Abednego. Pastor Abednego. Kuanzia leo nampokea Anet Nafura. Anet Wafula. To be my lovely wedded wife. Kutoka siku ya leo. Hakuna roho wala maneno itakaochangia utengano baina yangu na my darling Anet Nafura. Kutoka siku ya leo. Na hiyo ni agano langu. Bwana nisaidie. Amen. Aya. Chukua. Hallelujah. Kuanzia leo nina declare new wedding in the church. New couples in the church. Pastor and Anet. Wacha kuachilia mkono. Zoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia leo nimetangaza rasmi ndoa mpya kwa nyumba la Bwana baina ya Pastor Abednego na mke wake Anet. Kuanzia leo ni bwana na bibi. Endeni nyumbani. Ama tukoje kidogo mtoe sadaka. Sawa. Si unajua umesikia alienda miezi ngapi? Sawa. Watoto ununie chips weka huko nje kwa parking na Mungu atatukuzwa. Andaa sadaka yako tupeane mbele za Bwana. Andaa sadaka. Tayari msichana amefunguliwa. Hakuna utawala wa giza tena. Kuanzia leo mapepo na yeye ni kama imeenda namna hiyo. Amen. Na Bwana atatukuzwa. New couples in the house of the Lord. Pastor Abednego na Anet. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na wasichana na vijana nataka mpange ndoa. Nimekaa siku mingi bila kushikanisha ndoa. Nasikia material ya kushikanisha ndoa inashuka. Mpokee kwa jina la Yesu. Mpokee anointing kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale mnakaa na watu kibarua, mkuwe confirmed.
Kuwa confirmed ni kuweka pete. Chairman. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wakuwe confirmed. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatukuzwa. Andaa sadaka yako mbele za Bwana. Si ama ni umesikia neno? Siku hiyo utambeba. Takwambia beba msunguke hapa raundi 2. Na Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Andaa sadaka yako mbele za Bwana. Andaa sadaka yako tupeane mbele za Bwana. Kama uko tayari sadaka yako, simama na miguu yako miwili. Simama na miguu yako miwili, tupeane mbele za Bwana. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya sadaka tumeinua mbele zako. Naomba Bwana ukazitakase na ukazibarikishe. Mungu Baba wa mbinguni uishie milele. Baba wa mbinguni, najua kwamba sadaka inanena. Naomba kanene kibali, kanene upenyo, kanene ulinzi. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na tukuamini. Sadaka ni hapo mbele. Sadaka ni hapo mbele. Na Bwana anatukuya. Wairire amefunguliwa. Wakire Wairire. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umeandaa sadaka yako, kama umeandaa fungu lako la 10, simama hapa mbele. Ni vizuri kumtolea Bwana fungu la 10 ili Bwana akapate nafasi ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri kumtolea Bwana fungu la 10 ili Bwana akajitukuze kwa maisha yako. Na kila kitu kitaenda vizuri kwa utukufu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ametenda mambo makubwa na ataonekana zaidi. Andaa fungu lako la 10 kama uko tayari, simama hapa mbele tuweze kukabidhi mbele za Bwana. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Kuna watoto wadogo wa siku hizi wanajua kucheza na simu. Sisi tukiwa hii enzi, hata TV ukiona ikiwakisha ulikuwa unashtuka. Na wananga hao majamaa wangu wananipeleka saa zingine wananiambia hii wewe unjui vile ni operatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wananichanganya, wanaweka vitu zingine hata siwezi rudi. Huwezi elewa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Inua fungu lako la 10 mbele za Bwana. Kama ulituma kwa simu, sawa. Simama hapo na Mungu atatenda na ataonekana. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama na kuita kwa ajili ya watumishi wako. Mikononi mwa Bwana wamekuinulia basha lao la fungu la 10. Na wengine wametoa Bwana watumishi kupita kwa simu. Naomba Bwana zote wakazipokee. Vile wamenyosha mikono yao kwa ajili yako Kristo, nami nakuomba kanyoshe mkono wako kwa ajili yao. Bariki biashara zao, bariki kazi ya mikono yao. Kila roho itakayojaribu kuinuka, kujaribu kuharibu msabibu. Msabibu ni mahali hiyo fedha inapatikana. Hizo roho na Yesu ifanikiwa atakamwa kwa jina la Yesu Kristo. Wabariki wengi hapo, wabariki na watokapo. Wafungulie njia na milango zaidi. Chochote kitakachokuwa kinapitia kwa hiyo mikono yao, kikawa msaada kwao, kikawa baraka kwao, kupita kuwezo na kwa neema zako mfano wa ajabu. Kuna watu wako hapa Masia mwana wa Mungu walikuwa wanatamani kutoa lakini kwa sasa hawana. Naomba Bwana ukafungulie njia ifikapo siku nyingine kama ya leo kaweze kukutolea. Vile vile wale wametoa dhabihu za kawaida wakumbuke na kuwatende mema. Asante Yesu kwa ndiye Mungu. Kwa jina la Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. Wekeni basha zenu hapo mbele na Bwana wa amani awabariki. Nafikiri umeandika jina. Hizo basha kuna mahali sina nakiliwa. Na nataka mnisikize vizuri. Ukiwa na issue unahitaji msaada wa kanisa, tutakuwa tunapitia kitabu ya tithe. Hiyo ndio inaoneshana you are full member of this ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Full member. Mtu ambaye amejicommit kwa madhabahu na anayaamini. Kwa hivyo charity chairman ikiingililia kwa viongozi, kwa wale mnaoongoza, hiyo nchini yake iletwe, niende tukafanye utafiti kwa kitabu ya tithe. Ndio tuone kama ni mwenzetu. Kwa sababu wale wako hapa full member ni ule mtu ana tithe kwa madhabahu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Kwa hivyo ukiona jambo fulani ninaiondokea, unjue madhabahu haikuetambui. Na huo ndio kweli wa maneno. Na ni kila mahali dunia, kila mahali kuna kanisa. Kuko hivi. Mbithi alikuwa anatoa tithe kabla aokoke, kabla aumie. Nilikuwa naona akifanya kazi kikingiri inaingia. Ndio sababu nao tumesimama na yeye mpaka nikaamulisha watu wakaenda kutoa damu, aongezewe damu. Chama ni akakondonate hiyo maneno. Kwa sababu yeye ni full member wa hii madhabahu. Hallelujah. Kitabu ukiangalia kitabu inaonesha mpaka mahali alisimamishia wakati aliumia. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio muelewa faida ya kutoa tithe kwa ile madhabahu na undumu. Kuna vitu mingi sana. Felista huwa anatoa tithe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu wakati alipatwa na shida nilisimama kama kwani kwa ajili ya hiyo nafasi. Kwa hivyo ukiwa na issue na uone mimi pastoresi na hao viongozi hawahusiki, wewe unjiulize wewe ni nani kwa madhabahu, na Mungu atakubariki. Hallelujah. Tumeelewana? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ule dada anatusaidia kazi ya nyumba, lakini kila mwezi akipata mshahara yake anatoanga fungu la 10. Na anatusaidia kufanya kazi kwa nyumba yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile mtu apandacho ndicho uvuna. Hallelujah. Na huo ndio kweli wa maneno. Na utasema askofu ni mbaya ikifika hiyo wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na najua Mungu atatukuzwa na ataonekana. Kwa hivyo mtu yote akikuja na issue anahitaji msaada, kwanza tunafanya verification. Kwa nini? Tuna verify. Tuone kama huyo mtu qualify kuwa mwana kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana wa keyboard huwa anatoa fungu la 10. Pastor Brenda, Pastor Alice, Pastor Allison, chairman mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana atatubariki. Nafikiri mmetoka, mlitoka? Nisikia nisema mkiansikia